Yule Mkristo akamgeukia mvuvi, akamuuliza, huwa unavua samaki the same place every day? Yule mvuvi akatulia, kisha akamuuliza, akamjibu ndio. Akamwambia, si wanavua samaki pale pale? Akamwambia, uongo, huo si ukweli. Anamwambia, ukivua samaki mahali leo, ukirudi kesho, yale maji huwa yameteremka, haupati yale maji ambayo yamekuwa na utakaso, it has been refreshed. Kwa hivyo si yale maji ya juzi. Kaambia, hivyo ndivyo ilivyo. Nikienda kanisani kila weekendi huwa ninakuwa refreshed, ninahuishwa tena. Ndio wapo wanafiki kanisani, lakini kila ninapokutana na Yesu Kristo kuna kitu kipya anachokijenga katika moyo wangu. Wapenzi, ni muhimu kujua ya kwamba kuna muhimu wa kuwa na ibada pamoja kanisani. Manake Mungu amekusudia ya kwamba tunapokutanika pamoja kanisani tuje kwa lengo la kuwa refreshed, ya kuhuishwa tena, ya kutakaswa tena, ya kupatiwa nguvu ya kuendelea kupiga hatua nyingine mpya. Tunafaa mimi na wewe kujua ni muhimu kushiriki pamoja katika ibada. Basi swali ambalo tunauliza, tunapaswa kuja mara ngapi kanisani? How often should we come to church? Kitabu cha Luka 4 mstari wa 16. Kitabu cha Luka 4 mstari wa 16. Twende mtu wa Mungu. Luka 4:16 inasema, asante, inasema hivi, akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Twende. Na siku ya Sabato, twende, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ndiye kielelezo chetu katika mambo yote. Na Biblia inasema kwamba yeye Yesu, Sabato kwa Sabato, kama ilivyokuwa desturi yake, alienda kuabudu na wengine kanisani. Kwa hivyo najiuliza kwamba tunapaswa kwenda kanisani how often? Inapaswa kuwa desturi yako, Sabato hata Sabato utenge muda wa kukutana na Mwenyezi Mungu. Kama tuko pamoja, nipungie mkono wako hewani namna hii. Mungu akubariki. Sabato hata kwa Sabato, kama ilivyokuwa lengo, kusudi, dhamira, desturi ya Yesu Kristo, wafuasi wake nao pia watafanya hivyo hivyo. Mtu anauliza, je, siwezi kumwabudu Mungu nyumbani? Kwani lazima nije kanisani? Kwani siwezi kumwabudu tu Mungu nyumbani? Kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wa 3. Kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wake wa 3. Twende mtu wa Mungu, inasema haya, mtafanya kazi siku sita. Anasema mtafanya kazi siku sita, lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa. Lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Anasema ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi hapo. Ni kusanyiko takatifu. Kizungu inasema it's a holy convocation. It's a holy gathering. Kwa hivyo Mungu amesema siku sita unaweza kuabudu upendavyo. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni. Lakini anasema Sabato ni muhimu. Acha shughuli zako za kawaida, tenga muda wa kuwa na wengine katika kusanyiko takatifu. Kwa hivyo si kwamba useme mimi nitaabudu tu nyumbani, Mungu yuko kila mahali. Hapana, Mungu ametoa agizo ya kwamba kuwe na kusanyiko takatifu. Waebrania 10 mstari wa 25. Waebrania 10 mstari wa 25. Twende haraka kwa upesi mtu wa Mungu, inasemaje? Waebrania 10 mstari wa 25. Soma kabisa. Wala tusiache kukusanyika pamoja. Anasema tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Yaani anasema kumbe ni desturi ya wengine kuacha kukusanyika. Kuna wengine wanaodhani ya kwamba naweza kuomba nyumbani, nifanye ibada yangu kawaida nyumbani, endelee na shughuli zangu tu za kawaida. Lakini Biblia inasema kwamba tusiache kukutanyika pamoja kama wengine wanavyofanya. Bali tuonyane na kusudi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Asante. Aswa, kwa sababu tunatarajia Yesu afunuliwe mawinguni, ni muhimu kuja pamoja, kushirikiana pamoja, ili kwamba tutiane joto la shirika. Na hilo linanielekeza kukupatia sababu 4 za kwenda kanisani. Sababu 4 za kwenda kanisani. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya ushirika.
Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya ushirika, fellowship. First John, Yohana wa kwanza 1:3. Kwa nini tuje kanisani? Sababu ya kwanza kwa sababu ya ushirika. First John chapter 1:3. Hilo tuliliona na kulisikia, twende tawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba, amina, na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Asante. Anasema ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Tunapokuja pamoja, we fellowship together, tunashirikiana pamoja, tunatiana joto katika ushirika. Unamwambia ndugu yako yale ambayo unapitia, uzito wa maisha ambao unaendea, yeye anakuambia mimi pia nilipitia hayo, lakini Mungu aliniokoa. Faraja yake inakutia moyo, faraja yako inamtia moyo. Ni muhimu kuja kanisani, jambo la kwanza, kwa sababu la ushirika. Matendo ya Mitume 2:41 na 42. Matendo ya Mitume 2:41 na 42. Ushirika inasema nao waliolipokea neno lake, twende, wakabatizwa kama vile usienda mbio sana mtu wa Mungu. Asante. Wale ambao walipokea neno la Bwana walibatizwa kama jinsi wale ambao watabatizwa leo, wale ambao watabatizwa sabato inayokuja watabatizwa. Kisa nini mtu wa Mungu? Na siku ile wakaongezeka watu wapate 3,000. Soma kabisa. Wakawa wakidumu katika mafundisho la mitume, wakadumu katika mafundisho ya mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Asante sana. Unaona, walikuwa wanafanya shirika pamoja na kanisa la mitume. Walikuwa wanaekwa pamoja na vitu vitatu: kusoma neno la Mwenyezi Mungu, kuomba pamoja na kula pamoja. Vitu vitatu. Fellowship, wanaomba pamoja, wanasoma neno la Mwenyezi Mungu pamoja, lakini pia wanakula physical food pamoja. Ilikuwa inawaweka pamoja katika shirika. Kwa hivyo kuna fellowship, na rafiki yangu mwingine anasema pia kuna swallowship. Kwa hivyo zote zinapaswa kuwa pamoja ili kwamba tuwe na shirika. Sababu ya pili kwa nini tuje kanisani, kwa sababu ya kupewa mwongozo, for instruction. Kwa nini tuje kanisani? Kwa sababu ya kupewa mwongozo, for instruction. Matendo ya Mitume 11:25 na 26. Kwa nini tuje kanisani? Mbona ni muhimu? Wale ambao watabatizwa leo, kwa nini mfanye shirika? Mbona ni muhimu tu kutoomba nyumbani? Wale ambao wanashiriki wamekuwa wakijiuliza, mbona sio muhimu tu kukaa nyumbani? Twende mtu wa Mungu. Kisha akatoka akaenda Tariso kumtafuta Sauli. Soma. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikao kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapa Antiokia. Kwa hivyo Biblia iko wazi ya kwamba walikutanika pamoja na wakajifunza. Kwa hivyo tunapokuja pamoja, tunakuja kupewa mwongozo. Tunatambua neno la Mwenyezi Mungu, tunaelewa malengo na makusudi yake. It is for the purpose of instruction. Kila ambacho huwezi kuelewa mwenyewe, tukija pamoja tunaelewa pamoja. Lakini swala la tatu, sababu ya tatu ya kuja kanisani ni kukua kiroho. Mbona tuje kanisani? Ni kukua kiroho. Sababu ya tatu, Waefeso 4:11 hadi 15. Na akili hiyo manake tumekwisha isoma, lakini utarejelea mtu wa Mungu ili kwa sababu ya mtiririko huo. Waefeso 4:11 hadi 15. Kwa nini tuje kanisani? Kukua kiroho. Sababu ya tatu, twende. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, teremka kabisa, na wengine kuwa wainjilisti, twende, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Asante, achia hapo. Mungu akubariki. Tunakuja kanisani ili kwamba tuweze kukuzwa kiroho. Tunapokuja pamoja, mioyo yetu tukisikia neno la Mungu likigonga katika mioyo yetu, kuna badiliko ambalo linafanyika. Kwa hivyo tunakuzwa
kiroho. Lakini ukikaa nyumbani hautaki kufanya shirika na wengine, haiwezekani kukua kiroho. Lakini sababu ya mwisho, tunakuja kanisani kwa sababu ya usalama. For safety, kwa sababu ya usalama. Waefeso 4:14. Kwa sababu ya usalama. Inasemaje? Ili tusiwe tena watoto wachanga. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Ukitupwa huku na huku. Tunatupwa huku na huku. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Kwa ila ya watu. Kwa ujanja. Tukizifuata njia za udanganyifu. Mungu akubariki. Yani ili kwamba kila fundisho lisituteke. Wewe ukisikia leo kuna maji yaliyoombewa yanabariki, unafuata. Kuna chumvi iliyoombewa yanabariki, unafuata. Kuna mafuta yaliyoombewa yanabariki, unafuata. Ili usiwe Mkristo ambao hana msimamo. Tunakuja kanisani, tunapokuzwa, tunapatiwa usalama ili kwamba tusilagaiwe, tusikoniwe, tusielekezwe jinsi haipaswi, kwa sababu ya kuja pamoja kulisoma neno la kweli la Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kuwa pamoja kanisani. Tumesema sababu 4: kwa ushirika, kupatiwa mwongozo, kukua kiroho, na kwa sababu ya usalama. Kama una nafasi ya kuenda kanisani kushirikiana na wengine, nenda. Ibada ya kweli inafanyika wakati tumekutanika pamoja. Si hata wewe unajua, wakati ukisema kwamba tunafuatilia online, si tukisema tufunge macho tuombe, ndio unaenda jikoni kuchukua glasi ya maji wewe. Maana hamna ibada pale mara nyingi. Unafuata tu kwa sababu ni mlipuko. Si tukisema sasa tusimame tuimbe, wewe unaenda kumbuka kumchukua mtoto umbadilishe diaper. Hamna ibada mara nyingi na ule utaratibu. Kama una nafasi ya kuwepo kanisani, nenda. Na kama unafikiria kwamba hutaki kwenda kanisani, Yesu anasema kwamba tunafaa kuwa pamoja. Mtu anauliza, je, watu ambao si washiriki wamepotea? Swali ni jibu la hilo swali ni kwamba hapana. Yeyote ambaye hajui ukweli, Mwenyezi Mungu anampima sawasawa na ukweli alionao. Lakini kama ameupata ukweli, anapaswa kuwa mshiriki, na amekataa kuwa mshiriki, anaenda kinyume cha malengo na makusudi ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mungu anataka ya kwamba sote tuwe na shirika pamoja katika kanisa lake. Je, inajalisha Mungu kanisa gani ambayo ninaenda? Ndiyo, inajalisha. Kanisa sio kanisa. Kanisa sio kanisa. Mwenyezi Mungu amelisimamisha kanisa lake duniani ambalo analiita hivi. Timotheo wa kwanza 3:15. Timotheo wa kwanza 3:15. Twende mtu wa Mungu, inasema. Timotheo wa kwanza 3:15 inasema hivi. Soma. Na bila shaka siri ya utaua ni samani, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda. Wapi? Katika nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Nguzo na msingi wa kweli. Kwa hivyo Mungu analiita kanisa lake ni nguzo ya msingi wa kweli. Kumaanisha sio kila kanisa ni la Mungu. Kanisa la Mungu ni mtetezi wa kweli, anasimamia kweli ya neno la Mwenyezi Mungu. Kanisa la Mungu halitaenda nje ya andiko ama maandishi ya neno la Mwenyezi Mungu. Hilo ni kanisa la Mungu. Najua watu wanachagua makanisa kwa sababu tofauti. Wengine kwa sababu kuna mchumba wake hilo kanisa. Wengine kwa sababu anapenda kwa hiyo kanisa. Wengine kwa sababu kuna pato anapata kwa hilo kanisa. Chagua kanisa kwa sababu ni nguzo na msingi wa kweli. Nguzo na msingi wa kweli. Sehemu yangu ya mwisho kisha nimalize sasa. Hii nataka kila mtu sasa apate kuelewa kwa makini. Maana hii sehemu ya mwisho ndiyo iliyonipatia sababu ya kufanya hili fundisho. Wengi wanasema kwamba sasa ni sawa yote ambayo umeyazungumza, lakini kanisani kuna watu wanafiki wengi. Kuna watu wanaojifanya sana. Kuna watu ambao wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Nataka usikilize kwa makini asubuhi hii ninapomaliza. Kanisa ni kama washing machine. Kanisa ni kama washing machine ya Mungu. Ndani ya washing machine
huwa unaweka nguo ya mtumba na pia unaweka designer cloth hapo ndani kwa wakati mmoja. Ile designer cloth ikisema kwamba siwezi kwa mahali mtumba iko, aondoke kwenye washing machine, anaondoka na uchafu wake. Ni lazima designer cloth ikae ndani ya washing machine pamoja na nguo ya mtumba. Sabuni ikolee vizuri, maji yapite vizuri, mchanganyiko ufanyike vizuri, ikamuliwe kisawasawa hadi iwe imesafishika. Lazima ikae ndani ya washing machine. Mungu ameruhusu kanisa lake liwe mahali ambapo sisi ambao tuna uchafu wetu tuje tukutane na Yesu Kristo ili kwamba tupate kusafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kanisa lenye watu watakatifu, subiri mbinguni. Kweli kabisa. Kama unataka kanisa lenye watu ni wakamilifu, wametakasika, subiri mbinguni. Hautapata kanisa katika ulimwengu wote ambao lina watu ambao ni wakamilifu, lakini utapata kanisa ambalo lina mafundisho makamilifu. Na hilo unapaswa kulitafuta. Ukilipata hilo kanisa, utawapata watu wenye ngozi ya kondoo. Wenye kondoo ndani na nje ni mbwa mwitu, lakini kwa sababu mafundisho ni makamilifu, limepaswa kuwa kanisa ambalo unaliruhusu likufanyie badiliko. Waefeso 5 ili kwamba nihakikishe hilo. Waefeso 5:25 hadi 27. Biblia inasema, twende. Enyi waume, twende kabisa. Wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Twende. Ili makusudi alitakase na kulisafisha. Alitakase na kulisafisha kanisa katika neno. Twende. Apate kujiletea kanisa tukufu. Ajiletee kanisa tukufu. Lisilo na ila. Wala kunyanzi. Twende. Wala lolote. Bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Achia hapo. Sikiliza. Mungu amekusudia uwe kanisani ili kwamba apate kukuelekeza, akukamilishe. Umesikia vitu ambavyo vimetajwa hapo. Amesema kanisa bila, soma ya kwanza, bila nini? Bila mawaa. Hiyo ni ya kwanza kweli? Ya kwanza bila kunyanzi. Hapana, hebu soma vizuri kutokea ya kwanza mahali inaanza, hayanzi na kunyanzi. Haya, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila. Asante, hapo ndo mara ya kwanza. Lisilo na ila, twende. Wala kunyanzi. Twende. Wala lolote kama hayo. Tulia. Unajua ukivaa nguo, ukishavaa huwa imechafuka, inakuwa na ila, doa mahali. Unaichukua, unaitumbukiza kwa maji, unaiosha. Lakini ikitoka kwa maji ili uivae, itakuwa iko na kunyanzi, imekunjana, utatafuta pasi. Ukipiga pasi ugundue kama ni suruali na unaweka mistari, kuna mistari miwili, iko na dosari nyingine, utatoa mstari ule wa pili, salie moja, hadi ikuridhishe ya kwamba ipo sawa. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya na sisi kanisani. Yaani anahakikisha ametoa doa, ametoa ila, ametoa kunyanzi, tupate kukamilika. Kaa katika washing machine ya Mungu akusafishe. Kaa katika chombo cha Mungu cha kusafisha, ili unapotoka uwe umekamilika, umetayarika, upo tayari kwa sababu ya kumlaki Yesu atokeapo mawinguni. Mungu na atubariki tunapoazimia kuwa na shirika pamoja katika kanisa lake. Mungu atubariki tunapoazimia kukaa ndani ya kanisa lake, atusafishe, atutakase, atuoshe kwa damu yake, tukamilike, ili Yesu atokeapo mawinguni tuwe miongoni mwa wale ambao watasema haleluya, huyu ndio Mungu tumekuwa tukimsubiri, na lao amekuja ili kwamba atuokoe. Wanakwaya wanaposimama kuimba, niruhusu niseme statement hii. Hakikisha kwamba umruhusu Yesu akufanyie utakaso. Manake ni shughuli moja kuwa mshiriki wa kanisa, ni shughuli nyingine tofauti kuwa mrithi wa uzima wa milele. Mungu na atubariki. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, lihimidiwe na kuinuliwa jina lako tukufu. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia
ili kwamba tujifunze katika neno lako umuhimu wa kuwa na shirika pamoja ndani ya kanisa lako, na kama umelifanya kanisa kuwa mahali ambapo tunatakaswa, tunaoshwa, tunaburudishwa na tunapaswa kukamilishwa tabia zetu. Tunaomba ya kwamba sote ambao ni washiriki na wale ambao watajiunga nasi sabato hii ya leo na wale ambao walijiunga na sisi sabato iliyopita kwa njia ya ubatizo, sote utufunze kusalia ndani ya chombo chako cha utakaso, ili kwamba kila ila, kila doa, kila kunyanzi ipate kutakaswa utakapotokea mawinguni kwa mara ya pili, tuwe tayari kukulaki kama Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Asante kwa sababu ya kutusikiliza. Ongoza program zingine kwa utukufu wa jina lako na kwa baraka yetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante kwa wakati huu. Basi wanakwaya wote, iwapo umeketi pale, nafasi zetu ziko hapa, nafasi zetu za SNL. Kwaya yote na amo pia wakae pale nyuma. Amo msikae mbele, mkae nyuma. Kwa hivyo SNL wote wakae hapa, kwaya ikae hapa. Sasa wimbo ule stanza 1 of that song, tunapokaribisha arusi. Ni arusi ama somo la ndoa. Mfalme Yesu. Number 172, anaposimama ili kushikanisha arusi takatifu. Pastor, arusi sijui ya nani, labda ni ya Makenzi ya Isaya inayokuja. Twende. Klasi ya ubatizo pale. Twende. Asante, tueleze somo. Mfalme wetu atuita, tukae karamuni mwake. Itakuwaje na siku ile Bwana ajapo, Bwana ajapo, Bwana ajapo. Itakuwaje na sisi Bwana ajapo.
Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Hebu nione kwa ishara ya mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya basi, namshukuru Mungu sana ambaye amekuwa pamoja nasi yapata wiki mbili sasa. Na mimi mchungaji Abina nimekuwa nikisimama hapa nikiwaletea kaya na familia. Na ninashukuru sana wale wote ambao wamekuwa wakinifuatilia katika mtandao wetu wa YouTube Get the Point, na wale ambao walikuwa wanapata nafasi ya kuhudhuria katika mkutano huu. Wewe ambaye haukupata nafasi, ukienda hapo katika Get the Point utapata mahubiri yangu yote ya family life. Kwa hivyo Mungu hawabariki sana. Niliwaahidi kwamba wiki katikati nilikuwa nisungumzia watoto pamoja na vijana pamoja na single parents, lakini sikuweza kupata fursa hiyo kwa sababu muda wetu sijui ulienda namna gani, na nimejipata kwamba leo hii sijazungumzia watoto, vijana na single parents, lakini naahidi kwamba this morning nitazungumzia watoto pamoja na vijana wetu. Mungu akitusaidia tena, tukipata nafasi in the afternoon tuweza kuangalia single parents pamoja na kuclown mambo yetu ya family life. Sasa ninaanza na kusema namna hii: parenting is the chief business of every parent. Kwamba biashara yenye umeachiwa wewe ni ya uzazi. Parenting, it is the chief business. Jani hiyo ndio kitu kila mtu anastahili kushughulika pamoja nacho. Unfortunately, many of us today have no time with our children. Lakini wengi wetu hatuna nafasi na watoto wetu. Yaani watoto hawa tumewaachilia kabisa. Mzazi unaenda kazini asubuhi, unatoka kazini usiku, tena unaingia na makompyuta yako na laptop yako ukifanya tena kazi nyumbani. Parenting, jameni, uzazi tuweze kuchukua muda wetu na watoto wetu. We don't have time with our children. Na nikawaambia last week kwamba mimi hapa kikiumana, kama ni familia yangu inanihitaji, siwezi kusimama hapa nikiwafurahisha, nitaondoka. I have to think of my family first. Mambo mengine kuja baadaye. Sasa hapa nikiambiwa kwamba familia yangu inanihitaji na inataka nini na nini, hapa nitamaliza na kuambia tuonane bwana. Kama ni injili wengine wako wataendelea. Fikiria familia yako sana. Watu wengine unatoka kazi, unaingia nyumbani tena, uko na laptop yako hapo, utaki kuangalia familia yako, utaki kuangalia mama watoto, utaki kusikiza watoto wanafanya nini. Na ndipo nikawaambia kwamba let your work itoke nyuma ya familia yako. Wacha kazi yako itoke nyuma ya familia yako. We have taken other things to be of greater value than our children. Mtoe huyu hapa, leo ni Sabato na we are alive. Hatutaki mambo kama hivi. Sio wazimu, ni mrevi, peleka yeye upande mwingine. Najua mimi sipendi hivyo. Niliwaambia kwamba kuna watu wengine hawataki maombi, wamepita maombi, vipogo ndio maombi baadaye. We don't have time with our children. Tumechukulia mambo mengine kuwa of the greater value than our children. Yaani mtu umechukulia kazi yako sana, umechukulia business yako sana, kiasi kwamba hauna nafasi na familia yako, hauna nafasi na watoto wako. Then that is what you have seen in this world today. Sasa matokeo yake ndio haya mnaona sasa, jinsi vile dunia inavyoenenda. Hayo ni matokeo ya wazazi kukosa nafasi na watoto wao. Wazazi kukosa nafasi na watoto wao. Hata parents, they don't discipline their children at all. Wengine hawataki kupea watoto wao discipline. Heti wanawaita mami, wengine wanawaita daddy, wengine sijui nini. Wewe, wacha nikwambie, when it comes to discipline, hata kama ni daddy, hata kama ni soso, hata kama ni guka, discipline isimame imara. Msichana wangu wako hapa na ninamuita mama. Lakini wakati wa makosa hiyo jina hata sikumbuki inaendaka wapi. Wakati wa makosa hiyo jina haiwezi kuja.
hiyo mama ni wakati ako kwa laini yake, ako mzuri, hiyo inatoka vizuri. Yaani watu wengine eti ni dadi, eti ni nini. Sasa tumeachilia watoto wako jinsi vile wanapenda. Wazazi mambo ya kulea, let it be the first business you should think. Wacha ikue kwamba hiyo ndio unafikiria sana. And I told you, if you cannot be happy with your family, hakuna mahali utapeleka ukue na furaha. Kama huwezi kufurahia familia yako, unataka tukupeleka wapi ndio ukue na furaha? Unataka tukupeleka wapi? Kama huwezi kufurahia mke wako na watoto wako, sasa ni nini utafurahia katika maisha haya? Ni nini utafurahia? There's nothing. Even if it is business, kama ni kazi, kama sijui ni nini, hayo vitu yote haiwezi kuleta furaha ama raha katika maisha yako. Familia yako ndio ikupe furaha, ikupe furaha. Niliwaambia kwamba mimi nikienda nyumbani jambo la kwanza, nikiingia tu hivi, wapi watoto wangu? Hata mama watoto anajua ako hapa. Nikifika tu hivi, mama ako wapi? Sokora ako wapi? Nikiwaona, I'm okay. Na yeye nikimuona, I'm okay. Hao ndio watu ninataka kuona. Tena whenever nikitoka mahali popote, ninakimbia nataka kuonana na hao watu. Yaani watu wengine unachikokota kwenda nyumbani. Kwani wewe huko aje na familia yako? Parenting should be the first business. We should think, tufikirie sana mambo ya familia zetu. Listen, kuna wazazi wengine wanashindwa kudiscipline watoto wao. There are some parenting nataka kuzungumzia hapa ambazo ni style za kulea watoto wetu. Na nataka kusema mbali na kulea watoto wetu na mambo na discipline and everything. Let us be friends to our children. Hebu tuweze kuwa marafiki wa watoto wetu. Hata parents, they are parents but they are not friends. Wengine ni wazazi lakini sio marafiki. Kuwa marafiki wa watoto wako, lakini tena sio ule urafiki kiasi kwamba you can't discipline your children. Wengine wale ambao kuna urafiki sana na watoto wao, treat their children more like a friend rather than children. Finds it is hard for them to discipline them when it comes to discipline mother. Yaani wengine wanashindwa sasa, wanawapenda sana kiasi kwamba ikifika kwamba anataka kudiscipline mtoto hawezi, maana anampenda sana. Children tend to disrespect parents because they know parents has no firm ground to them. Hawa watoto wanachukulia nafasi, wana disrespect, yaani hawaheshimu kwa sababu wanajua kwamba hauna msimamo wako, hauna msimamo kama mzazi. Ikifika kwamba ni makosa, how you should do, yaani hauna nafasi. Tends to overlook when the children break or do some mistakes. Yaani wazazi wengine wanaassume tu kwamba hawaoni wakati watoto wanafanya mistakes. Have hard time to say no to their children. Children's requests or demands. Yaani mtoto akisema namna hii, unashindwa kumwambia kwamba hii haiwezekani kwa sababu eti unampenda sana. Sasa huwezi kumwambia kwamba hapana, huwezi kumwambia this one no, this one yes. Yaani hauna msimamo. Wazazi wengine watoto ndio wakusema. Mtoto akisema wewe kazi yako ni kuitika tu yes sir, yes madam. Watoto, yaani hakuna kitu unaweza sema kwa mtoto. Mtoto ndiye ana control. Niliuliza wazazi wengine, mbona watoto wanaodisi wako namna hii? Wakaniambia kwamba pastor, nikiwa makambi la Asia hapa Isiri, wakaniambia pastor, watoto sasa tukiwachapa tukiwafanya nini watachinyonga. Si wachinyonga. Kwani iko nini? Hawa watu ambao unaona hapa discipline yao ilikuwa ya hali ya juu. Wazazi wengine mtoto anakuja nyumbani vile anataka. Yaani anakuja kama kwake. Hapo ni kwake sasa. Mtoto wala mama kijana anakuja hapo ni kwake. My dad, sijui ni kwa vile alikuwa mwalimu, I don't know. Hii mambo ya curfew mmeona hapa juzi. Kwa baba yangu tukiwa wadogo 1980s 90s, nikiwa mtoto nikiwa kijana, baba yangu akiingia nyumbani, hapo ndio curfew inaanzia.
Yaani kama ameingia saa 10 kavu. Hii mambo ya kavu mimi nilijua kitambo kutoka kwa mzazi wangu. Akiingia tu kavu imeanza. Sasa kama yeye ameingia saa 10, wewe unatoka wapi saa 11? Sasa tulikuwa tunaangaliana na yeye, tunaangalia kwamba anatokezea wapi ndio atupate nyumbani. Yaani sasa wazazi wa siku hizi, wewe eti mtoto anakuja anatembea hii town, eti anakuja Zaina, anakuja wapi? Anakuja kwa boma ya nani? Kwani mtoto ni wa nani sasa? Hapo ni kwake. Wazazi wale wa kitambo like my dad, hata ninampatia kidole sana. Discipline ilikuwa ya hali ya juu. Mama anakuchapa asubuhi, tena unaendelea kuomba kwamba asiambie dadi akikuja. Dadi akikuja, ukisikia kwamba kuja, unajua huyu mtu tena wanashirikiana hapo, unafikiria kwamba hakukuchapa in the morning. Sasa hapa eti mko na dadi, eti mko sijui na nani, mnapembeleza hapa, mmefuga hapa kama manguruwe hapa, eti amtaki eti kuongeleza, eti kuambia hama nini. Jameni, tuchukulie sana discipline, hiyo inasaidia watoto sana. Listen, how children should behave with their parents. Watoto hawa wako hapa, mtasaidia wazazi namna gani? And youths, respecting and speaking to them kindly. Ongea Exodus 20 mstari wake wa 12, Deuteronomy 5 mstari wake wa 16. Yaani ninaongea kama sijui nini, ninakimbia because I want to capture something. Yaani ni kwamba sitasoma hayo, waenda kusoma. You as a children, you as a youth, respect your parents, talk to them kindly, ongea na wao vizuri, listen to them when they are talking to you. Proverbs 1:8, na hiyo Proverbs 2 mstari wake wa kwanza na Proverbs 3 mstari wake wa kwanza kwa wale ambao wanaandika. Listen to your parents when they are talking. My dear children, nataka kuambia namna hii, wale vijana wako hapa, mimi naambia msichana wangu kwamba msasi, wewe kwenye unaona ukiwa umesimama namna hii, yaani wazungu wanasema kwamba where you can be able to see while you are standing, your parents can see, and even more while they are sitting. Yaani kwenye wewe unasimama unaangalia namna hii, macho yako inafika. Msasi wako akiwa ameketi, anasimama, anaketi, anatazama mpaka hapo kwenye macho yako imefika, tena macho yake inapita kwenda mbele. Kwa hivyo wale watoto wangu wasichana wako hapa, ukisikia mzazi wako anakuambia kwamba hii njia unayoenenda sio mzuri, ajana nayo, utagonga ukuta, utashangaa. Mzazi hawezi kupoteza mtoto wake. Ukisikia mzazi anakuambia kwamba this one no, this one no, this one yes, huyu ndiye Mungu ambaye unayemuona. Wengine wanadharau wazazi, eti hawakusoma, eti wao sasa ni doctor, eti wao ni professor, eti wao ni nini. Mzazi ataongea mpaka wakati umekufa bado anaongea. Hata wale watu ambao wako hapa, watu wazima wako hapa, maelders wetu na nini, kama huko na mzazi wako, hata mimi saizi mzazi wangu ananicontrol, akiongea ninatetemeka, my dad, because hata akiniambia saizi kwamba come here and lie down, nitaenda chini na siwezi hata kugusa. Akiniambia kwamba kiboko yenye unagusa siwezi kuhesabu, siwezi kugusa hata saizi vile niko namna hii. Mzazi, obey them in all good things, and not when they tell you to sin against God. Ephesians 6:2. Assist them in family matters where you can. Saidia wazazi wako kazi kwenye unaweza nyumbani. Wewe mtoto, wewe kijana, saidia mzazi wako kazi nyumbani. Msaidie kazi nyumbani, msaidie kazi nyumbani. Ask them for forgiveness. Ni vizuri watoto, vijana wenzangu, my kids, my children, ukikosea mzazi wako, mwambie daddy forgive me, mommy forgive me, I will not repeat. Hawa watu wamejitorea kukulea wewe. Unajua watu wengine mlizaliwa wazazi wakifanywa operation, alafu nakuja kusumbua mtu hapa, na mtu alifanywa operation ya kakaa hospitali sijui muda gani, alafu wao unasumbua hapa, hata ungekufa tu wakati huo. Wao unasumbua mzazi wengine. Unajua wewe, mimi kama msichana wangu hapo hapa namwambia asitusumbue. Unajua mama yake tukienda kupata msichana wa first born, alikuwa anaingia chini ya kitanda kwa hospitali, anainua vitanda juu, alafu anakuja kutusumbua hapa sasa hizi. Aliteseka sana huyu mama. Lakini nikiwa hapo nje nilikuwa nacheka, nasema hapo nimekuweza, nataka kuona mtoto sasa hivi.
Lakini sasa hawezi anza kutusumbua. Hawezi anza kutusumbua. Tumesumbuka sana kumlea. So usije unasumbua wazazi wako wewe. You will make your parents to die. How can children kill their parents before their time by disobeying them all the time? Wakati usikii mama ya mzazi, you will make your parents to die. Utateseka wewe. And let me tell you, mzazi wako akikufa, ndio utajua kwamba mzazi ni nini. Wacha ujinga saizi, unakula tu, watu mnakula tu 3 times a day. Wazazi hao wenye wanawapatia chakula 3 times a day, walikuwa wanapata 1 meal. Lafu wewe hapo unalinga, utaki kwenda shule, utaki kusoma, mara unasema namna hii, unasumbua watu, mara ukienda shule ndio huyo amepanda juu ya fence ameenda shule. Yaani unasumbua wazazi, wanalia kwa sababu yako wewe. Mimi vitoto kama hivi wewe nitakuombea wewe uenda hata kwenda tu. Mzazi kama ako na nguvu nikuje nimwambie sawa, wengine aka kamekuwa pio wacha kakakufe kwenye kakakufa. Wacha kusumbua wazazi. You are making them to die. And let me tell you, enda ulize watoto mayatima ndio watakwambia wewe. Kama Mungu amekubariki uko na wazazi, wacha watii. Don't be disobedient. Unawafanya wanakufa. Tena nchi nyingine watoto mnafanya wazazi wanakufa mapema by not helping them in family matters where you can. Mama ako kazini, akikuja nyumbani anapata hakuna kuchota maji, hakuna kufanya nini, hata maji tu kutoka kwa sinki hapa, hata kuosha vyombo, wasichana wengine wakubwa. Yani you are not doing anything. Utafanya mzazi wako akufe mapema. Na akikufa ndio utajua. Ndio utajua kwamba kwani utakaa wapi? Mama wazazi wenu hawajai wapeleka nyumbani. Ukienda kwa auntie anakuambia enda kwa kisima chota maji. Huko nyumbani kisima sijui fiti ngapi kwenda chini kufuruta maji, sio ile ulikuwa unachota tu. Utaishi wapi? Maisha inakuwa ngumu. Ukienda kwa ngo naambiwa sio hapa. Sasa unamalizia ndio hao unaona kwa kilabu hapa, maana kufungua pia hiyo sio kazi. Hiyo ni kazi rahisi. By taking other people's properties and their parents pay back. Yani wao wanaipa hapa, mara sui huyo amechukua simu ya mtu, mara sui ni mzazi analipa. Mzazi anajaribu kufunika. You will make your parents to die. When you make your parents to cry, ukiona mzazi wako amelia sababu yako, wewe, let me tell you, anakufa, umekata siku zake. Kama alikuwa aishi miaka 50 akiishi 45, ulikata 5 wewe. By smoking, drug use, drinking, getting involved in crime, and entering into sexual related matters. Jani mzazi wako akisikia kwamba msichana wako ndio huyu kwa manyumba hapa, kwa maketa hapa nyuma sio nini, mzazi analia, atakufa. Utabaki hapo bila mzazi wewe. Mara mzazi anasikia wengine wameingia kwa drugs, wengine wanafuta bangi, wengine wanafuta sigara. Mzazi anapata hivi vitu, msikoroge bana. Kuna sitaki kusikia sasa. Unajua wakati roho ameshuka sitaki kusikia tena kekeke. Acha situlie namna hii. By joining bad companies and a group in schools, villages, estates, hapa kwenye mnaishi, mzazi anajaribu kukwambia hata na watoto wa fulani utaki. Wewe mzazi wako atakufa wewe. Na mtatoka hii town. Kwani unafikiria utakaa hapa akikufa? Mutaenda nyumbani, mutateseka, ndio utajua. You are making your parents to die before time. Mara una hapa kwa estate umesikana na magrupu mbaya, umashuna pita namna hii. Mzazi wako anasikia mara unatembea na wanaume, kama wewe ni msichana, kama wewe ni kijana, nao ni hata vijana. They are not at the same side. By stealing from your parents themselves and denying not to take anything. Wengine mnaipa namna hii, mnawaipia na unakataa kabisa. Hapana, omba mzazi wako pesa. Wacha kumuibia. Kama mimi wangu ananiomba, mara anaingia kwa koti, anajitolea na mwambie hiyo nikupa, rudisha, chukua hiyo ndo. Sasa wewe unaipa, unafanya wazazi wako they will die by talking rudely and arrogantly to them. Wengine wanaongea, ukiambiwa na shule unaambia hata wewe usome, utateseka. Mlaiwa. Mko na masikio kweli?
wakati wako wa kusoma. And you are not hausomi kwa sababu ya wazazi wako wewe. Utakuja kula chumvi utashangaa wewe. By cheating them and other people, kudanganya by refusing to go to church. Hautaki kuja kanisani. Kwani unafikiria ukikuja kanisani unakujia nani? Ni maisha yako bwana. By beating them physically, wengine wanachapa wazazi wao. By not appreciating all the good and kind things they do for you. Wewe wazazi hawa wamemchiachilia, wanajaribu sana, wanajaribu. Wewe utaki, ukianza kwenda shule, ukipewa pocket money 1000 unarusha chini, unataka 5000, itoke wapi? Wewe wako utaki kusoma, utakuja kutoa pesa wapi hapo wapatia? Unarusha ya mzazi chini eti ni kidogo. Wewe umejipanga aje na wako? Umejipanga aje na wako? Wako utatoa wapi? Wako utawapatia ngapi? Unasumbua hapo. Kwa sababu gani? Eti pesa ni kidogo na school fees umelipiwa na shuleni unakula. Mara sio nini. Wewe wako umejipanga aje? You don't want to work hard shuleni. Wako utakuja kuwapatia pocket money kutoka wapi? By talking evil of them to other people. Wengine wanaongea vibaya kwa wazazi wao, kwa watu wengine. Eti baba yangu, eti mama yangu. Wewe unajua watu wenye hawana mama vile wanasikia kweli? Unajua watu wenye hawana baba vile wanaenda kweli? Watoto, take good of the opportunity you have with your parents. Wewe hiyo opportunity Mungu amekupatia na wazazi wako, watii kazi yenu, it is to obey. Mzazi akikwambia namna hii, henda shule namna hii, fanya namna hii, mzazi huyu anakulea saizi, ana expect ukuje kumlea baadaye. Sasa wewe nataka kukuuliza wewe unataka kusoma, unataka kufanya bidii. Baba yako saizi labda ukienda hospitali anang'ang'ana tu, anakupeleka na gari, anakupeleka na pikipiki. Wewe unataka kusoma, sijui utakuwa nini. Huyu mzee akikuja kuwa mzee kabisa akisaeka, utampeleka nini kwa hospitali? Utampelekea nini kwa hospitali? Utaenda kuomba watu wili para kumbafu. Utaenda kwamba watu wili para upelekea mzazi hospitali? Because you don't want to work hard. Utakuja kupeleka mzazi wako hospitali namna gani? Take good of every opportunity you have with your parents. Waheshimu sana na usikie ni nini wanasema. Hebu nione watoto na vijana ambao wananipata in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazazi sikiza. What youth and children needs from you. Parental love. Upendo. Tunataka upendo bwana. Penda hao watu. Mimi wangu wanajua ninawapenda sana. Sana. Penda watoto wako. Understand every child. Jua kwamba kila huyu wako namna hii. Unajua mimi mama yangu alikuwa na watoto 8. Na mimi ni wakatikati. Na watoto 8 wote kama ni mkate, wakati ule mkate moja ilikuwa inakuliwa na watu hiyo 8 wote, na dadia akiwa ndani na mami, hiyo ni 10 mkate moja, imagine. Na ile mkate ya zamani sio ilikuwa kubwa, ilikuwa namna gani? Ile mami alikuwa anakata namna hii. Alikuwa anajua tumbo yangu mimi. Akifika kwangu alikuwa anakata kubwa kidogo. Yaani waelewe kwamba huyu ako namna hii, huyu ako namna hii. Hiyo mkate moja tu, lakini ilikuwa inatusafu. Sasa nowadays mkate moja, kijana yangu yeye ndiye anachukua moja, hiyo ni ya kijana yangu peke yake. Yote anamaliza moja. Sasa yani sijui sasa wewe umejipanga aje kwenda kulisha watoto wako? Umejipanga aje kwenda kulisha watoto wako? Understand your children, communicate with them freely. Ongea na watoto wao. Wacha kuambia kwamba kuna ugonjwa imekuja kutoka wapi. Waambie there is AIDS na mambo mengine. Waambie kwamba ukipata mtoto utapata shida. Sio eti ukitembea vibaya nini, mwambie ukweli. Mimi huyu wangu nilikuwa namwambia kwamba ninajua wewe msichana wangu nakujua, you are very beautiful. Lakini mwanaume saizi hataki beautifulness. Uko na masomo, uko na kitabu, uko na karatasi. Sasa unasema beautifulness ndio wanaume wanakula. Ndio sababu hawataki kuoa, kwa sababu anapeleka wapi a parasite. Be a good example to others. Give them enough time. Wazazi kuwa example kwa watoto. Wacha kusema kwamba hapa kwangu watu hawaingii saa 2 na wao wanakuja saa 4. Utajua mwenye aliingia saa 2. Baba yangu alikuwa anasema kwamba atu kwake curfew yake, nimewaambia akiingia saa 10 hapo ndio curfew imeanzia. Akiingia saa 1 imeanzia hapo. Sasa wewe unaendelea kusema eti hapa kwangu hapana watu kunywa pombe na wao wanakunywa pombe. Wewe uko namna gani bwana? Watoto they will copy from you. Na ufurahi.
Like me now, nikipata watoto wangu wakiniambia like my son ama my daughter hapa nataka anaenda kusomea ualimu, akiniambia kwamba daddy nataka kuwa pastor, I will be happy. Nitafurahia nisema kwamba watoto wamefanya nini? Wamenifanana. Na wewe kama unakunywa pombe na watoto wote nane wanakunywa pombe, furahia. Be happy. Be happy. Furahia kwamba watoto wamefanya nini? Wananifanana. Na mama ndio nikawaambia kwamba kulea watoto ni nyinyi. Character ya watoto inatoka kwenu. Mama mwelevu uta make sure kwamba watoto wako wamekula na wameenda shuleni. Wacha kukaa hapa hauna utaki kufikiria eti unaendelea kuambia mzee vile ulisalisa kama utaki kufanya bidii, wewe utachekelewa. Fanya bidii watoto wako wasome. Ukiona pombe bana watoto kwenda shule, mama wewe ndio uko na shida. Ukiona pombe watu wanakunywa pombe watoto wameanza kunywa pombe, mama wewe ndio uko na shida. Mama yangu alikuwa anatuchapa hata kuliko maidani. Maidani vile alikuwa mwalimu alikuwa anatuambia write down, anatuambia na kupatia vibuko 20 na ukigusa hakuna kuhesabu na ni 20. Mama yeye akikukama hataki kujua hata kama ni mwiko anakuchapa mahali popote. There is one time aliniuma mkono, alafu na mnachua ile chiko ya nyumbani, ameniuma na anaendelea kupika na mimi ananiambia nataka kabisa kutoa nyama kama mtu anataka kunimaliza bwana. Lakini ilikuwa discipline ambayo ilikuwa nzuri. Sasa wao utaki, unaona watoto hapo nasema wacha dadi akikuja nitamweleza. Atakuja saa ngapi huyu mtu mrefu? Akuje saa ngapi akuje kudiscipline mtoto? Talk to them, Obed. Support your children in spiritual matters. Wengine mnajua kununua vitabu ya shuleni. Lakini mambo ya kanisa vitabu ndio hii ilikuja hapa juzi, utaki hata kuangalia. Unamwambia soma kwanza. Wewe, utakuja kitakuramba. Share with them about your life history. Ambia watoto wako kwamba umetoka wapi, umefika wapi. Watoto wanafikiria magari haya yalikuwa. Ambia watoto ulikuwa unalala wapi. Wengine walikuwa wanalala. My dad ananiambia 10 children walikuwa wanalala wote wanajifunika blanket across. Lakini akasoma bidii, hata hakukuwa na mafuta na nini. Yeye ameretire ni mwalimu sasa. Anatuelezea maisha yake. Wao hutaki kuambia watoto, wanafikiria magari ni kawaida, wanafikiria eti kwenda supermarket ni kawaida. Wewe waambie kwamba ulisoma namna gani. Wengine mlikuwa mnakatiwa na mzazi wako kitabu katikati namna hii. Ikinunuliwa ile inakatwa katikati. Unapewa kamoja, kingine kanawekwa hapo, ukimaliza tena ndio upeo. Sasa nowadays niko na watoto hao ndio mzana amemaliza. Kila siku wananiitisha vitabu. Tena ile kubwa 200 pages A4. Sasa wewe unaandika nini? Nashangaa watu wanaandika nini nowadays. Watu walikuwa wanakatiwa kitabu namna hii. Kingine inawekwa hapo, na wale walimu wa zamani walikuwa economists bwana, walikuwa wanajua. Sasa watoto wa siku hizi anaweza kuitisha vitabu na nyingine iko hapo, anafanya sijui nini. Watu walikuwa wanapata 1 meal. Hutaki kuambia watoto wako kwamba ulipitia wapi. Watoto wanakula mkate iko hapo na wanasema tunataka chapati, tunataka nini? Chakula ni kupeleka kwa dustbin. Hata ujui kwenye Mungu amekutoa, umesahau sasa unamwaga dustbin chakula, na hata askari yako hapo kwa mlango uwezi kupea yeye wewe. Alafu nasema eti tunataka Mungu akubariki sijui afanye nini. Talk to your children about the dead. Waambie kwani hao watu wanakufa, mbona wao usikufe? Kwani mimi mbona nisikufe? Mimi wana waketiza chini na waambia I can die. Hata my wife ninamwambia I may ikiwezekana nikufe utabaki namna gani? Utafanya hivi. Wengine you don't want to talk. Ukikufa utaacha huyu mke wapi? Ukikufa utaacha hao watoto wapi? Waeleze. Kwa sababu watu wanakufa. Waambia hata wao wanaweza kufa. Wapange vizuri. Eti utaki kuongelea mambo ya kifo. Eti wanaume mnaogopa. Mimi ninawaambia kwamba kila siku naambia my wife kwamba let me nitangulie upaki na watoto. Wengine utaki kusema hapa eti utangulie. Alafu mtaki kuambia eti kifo ukikufa watafanya namna gani? Eti unafikiri utaishi miaka yote. Nani alikwambia kwamba utaishi miaka yote? You know one time nilipata accident kwa barabara karibu nikufe. Ikabidi nienda nyumbani niketi na my wife na watoto niwaambie, wakilia nikawaambia you know what, I was to die or I can die. Lakini ikabidi niwaulize kwamba unajua wazee wengi hapa mnastahili kukufa. Wazee wengi hapa mnastahili kuishi. Sasa wewe kama unasumbua familia yako, unawateza. Wewe ni nani uishi? Kama mimi pastor, sikiza sasa. Nikawauliza kwamba Mam Sokoro, mtu akikuja hapa anataka kuua mami ama dadi mmoja,
Utachagua nani? Ngoja kidogo. Kuna kitu na nasema hapa, hakuna kusimama hapa, mimi ndio nitawaambia wakati mnasimama. Hao watu sijaiona the whole week. Sasa nataka kusema neno. Lakini dakika kidogo tu nimalize hiyo, alafu mtakuja. Kijana akasema eti mtu akuje kwa nyumba anataka kuua mtu. Kamwambia dadi, nitamuonyesha Tyson. Nikasema haka akajui jene kanaongea. Nikauliza msichana, wewe sema ndio mtu mkubwa. Nani mtu mmoja, mami ama dadi? Mmoja lazima afanye nini? Mmoja lazima aende. Sasa ni nani mtachagua? Alafu msichana akafikiria akasema basi kama imebidi, kama msipochagua mmoja tutauawa sisi wote. Kwa hivyo you must choose one. Msichana akafikiria akasema dadi, kama ni hivyo basi wewe ndio tutachagua. Nani anataka kukufa? Nani anataka kukufa? Nilishangaa sana kama mimi pastor ambaye I'm trying kwaya tulia nitawaita. Hata sijasoma fasi, nataka kusoma fasi moja hapa, ni maneno tu nimezungumza hapa. You know what? Nikamuuliza my daughter, na tunapendana na huyu msichana, na mkimwangalia simuliona tunafanana, nani nampenda na hata saizi. Akasema wewe sasa dadi, makambi ikikuja, wewe ukitoka kambi hili naenda kambi hili, unaenda 6 weeks uko nje. Nani atatupikia? Nani atatulinda? Nani atafanya? Huyu mtoto alikuwa na point ama hapo ana point? Alikuwa. Sasa wazee wengi mnastahili kukufa nyinyi. Let me tell you. You are supposed to die. Sasa hebu nataka kuona wengi wanasema eti kwani nimezungumza dakika ngapi mnasimama sasa? Hebu tusome fungu moja tu mtumishi wa Mungu basi. Hapo tusome. Samuel wa kwanza 2:12 mstari wake mpaka 17. Hiyo tu peke yake. Samueli wa kwanza 2 mstari wake wa 12. Nasema hivi. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Hawakumjali Bwana. Wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo uja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika kutokota. Acha hapo mtumishi, unaona wanaendelea kuniangalia hapa. Wana wa Eli walikuwa na tabia mbaya. Wakafanya huyu mtu wa Mungu akalia, kwa sababu watoto watakufanya ulie wewe. Watoto watakufanya ulie. Hebu tuchukulie nafasi sana. Wanapata shida kwa sababu wengine, kwa sababu ya kutopendwa, wanaenda vile wanataka. Wengine they escape family conflicts kwa sababu ya kukimbizana wewe mama na baba. Watoto wako hata wataolewa before time kwa sababu ya kukimbizana, kupigana na mambo mengi na divorce na mambo mengine mengi. Lakini zaidi ya yote sitaongea vijana in the afternoon. Wafundishe watoto wenu kujua kazi za nyumba, kupika na mambo mengine. Wacha kuwalea hapa mtu wako na sura lakini hata hajui kupika. Ataolewa hapa kwani mwanaume anataka chakula kitamu, anataka nini? Aende shule na ajue kupika. Ndio hao wasichana wenu wataolewa, wataenda ajue hata kupika chapati kilo 2 ya ungangano ambayo inastahili kutengeneza chapati 35 ama 40 ama 30. Ataolewa, anaenda anapika chapati 7 blanket unajifunika mpaka asubuhi. Kwa sababu kufundisha yeye. Wafundishe wakisoma pia wajue kufanya kazi ya nyumbani. Sasa kwa hiyo simama vile mlikuwa mnataka. Sasa mbona mnanifanya namna hii? Hizi ni dakika ngapi nimeongea sasa? Kujeni hapa mbele sasa. Ni kwa gani ilikuwa isimame? Hii ni church kwa? Kujeni. Haya ninaomba. Jina lako lipewe sifa Mwenyezi Mungu. Asante kwa sabato ya leo. Asante maana umekuwa nasi katika majuma mawili sasa. Nimesimama hapa mtumishi wako nikifundisha mambo ya family life. Mambo haya siku ya maliza ni mengi sana. Nisaidie tena in the afternoon nikizungumzia single parents, maana ni wa muhimu sana na Mungu na watambua na jinsi vile wanavyostahili kuenenda. Kwaya inasimama kukutukuza na yote yale ambayo yataendelea katika siku hii. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Saidia wazazi hawa wachukulie maanani sana familia, sana watoto, wawape time na maana hao ndio umetupatia. Na utakuja kutuuliza kwamba wale watu niliwapea wako wapi? Jina lako lipewe sifa. Najua utatendea watu wako vizuri hata zaidi jinsi vile nimeomba. Nimeomba katika jina lako Kristo Yesu mkombozi wetu. Amen. May God bless you.
akasikia, aliwaonya na kuwaambia, kwenu wote sijaona imani kama hiyo. Wengi watakusanyika toka mashariki, magharibi, wataketi nami kwenye ufalme wa mbinguni. Omba Roho wa Mungu utakasike, kwa mguso wake Bwana. Letenda shida zako mbele za Mungu, naye atakuponya. Omba Roho wa Mungu utakasike, kwa mguso wake Bwana. Letenda shida zako mbele za Mungu, naye atakuponya. Omba Roho wa Mungu utakasike, kwa mguso wake Bwana. Letenda shida zako mbele za Mungu, naye atakuponya. Omba Roho wa Mungu utakasike, kwa mguso wake Bwana. Letenda shida zako mbele za Mungu, naye atakuponya. Asante sana kwaya kwa wimbo mtamu wa kumtukuza Mungu. Muweze kubarikiwa. Wakati huu ni wakati wa matangazo. Kwanza, kabla tujaanza, naomba tuweze kumshukuru Mungu. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, masaa haya tunatoa shukrani kwa neema na rehema zako nyingi kwetu sisi sote. Mungu wetu, saa hizi tunapotoa matangazo kwa ajili ya kanisa, tuombe ya kwamba utupe usikizi mwema, na mahali ambao tunauzika tuweze kutenda vilivyo. Tuomba yote ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Tunatoa shukrani siku ya leo, ni siku ya mwisho kwa mkutano huu mkubwa wa Injili ambao umekuwa hapa katika majuma mawili. Tunatoa shukrani kwa wote ambao wamekuwa wakihudhuria, hasa katika kipindi cha asubuhi kuanzia saa 12 hadi saa 1. Tunatoa shukrani kwa vipindi mbalimbali kama vile kipindi kile cha asubuhi mahubiri, kipindi cha kusoma Biblia, kipindi cha jamii, na wote ambao mlihusika. Mungu aweze kuwabariki. Hivi leo tunapomaliza katika mkutano huu, tutaanza hapo kesho kambi letu kule kanisani. Kwa hivyo washiriki wote na hata wasio washiriki, maombi ya kwamba tuweze kutoa sadaka yetu ya makambi. Na katikati yetu kuna mashemashi ambao wako na bahasha. Ukipita pale hiyo bahasha unaweza kuipata na ukaandika sadaka yako. Tangazo la pili ni kwamba hapa tuna vyumba vile vya usafi. Kule sehemu ya juu pale katika chumba hilo ni akina mama na watoto wao wasichana, na pande hii ya chini ni akina papa na watoto wao wavulana. Kwa hivyo tuweze kutumia vyema, tusigongane. Jambo la tatu ni kwamba kuna sehemu zile za kuegeza magari ambapo ni kule juu Waitaka karibu na kwa DO kule kwenye ile shule inaitwa Vocational Training Institute.
pale ndipo tunaruhusiwa kuweza kuegeza magari yetu, na hata hapa tuweze kutumia vyema ili tusije tukafungiana. Jambo lingine ni kwamba siku ya leo tutakuwa na ubatizo mkuu, na wale wote ambao wanaouzika kwa ubatizo, tafadhali tuweze kutayarisha, na pia wanaotayarisha tuwe zote pamoja. Wanaume wote wa kanisa, tutakapomaliza mkutano huu jioni, muweze kukutana pamoja, asiende hata mmoja, kwa ajili la jambo mtakaloambiwa na viongozi wenu. Hapa mbele kuna sanduku hilo ambalo ni la kutoa maombi, na unaweza kuandika ombi lako na kutumbukiza hapo ndani, na wakati wa maombi yako yanaweza kupelekwa mbele za Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo matangazo ya leo, na watakia mema na Mungu awabariki. Amina. Amo, ngekuwa umefika hapa Amo, wanapokuja Amo, kuarifu tu kwamba tuko live kwenye Get the Point pamoja na Satellite New Life, na tumekuwa live tangu siku tulipofika hapa hadi leo, na hivi leo tunafika kilele cha mahubiri yetu katika eneo hili la Waithaka. Wanakwaya ambao waliweza kutoka hapo awali walikuwa ni wa Satellite New Life SDA Church Choir, ambao wamekuwa wakitubariki pia katika wiki hizi mbili. Ikiwa hivi leo basi tunafika tamati mwa mahubiri, uchanganuzi wa Biblia, kaya na familia, pamoja na masomo ya unabii ambayo yamekuwa hapa katika eneo hili la Waithaka, na wengi tu wameweza kubarikiwa katika mitandao na katika hapa, ikiwa ni wiki mbili za mashambulizi ambayo yaliandaliwa na kuthaminiwa na kanisa la Satellite New Life. Kumekuwa pia na mahubiri ya asubuhi tangu saa 10 na hadi saa 12 asubuhi, mahubiri pamoja na maombi. Lakini ni kwamba tumekuwa pia tukikutana na vikundi mbalimbali, vikiwemo vikundi vya kina mama, wale mama mboga, boda boda, pamoja na vikundi mbalimbali, wakiwemo hata polisi wetu katika division ya hapa, na vikundi vya wakina waume ambao tumepata kuongea nao na hata kupeleka ujumbe wetu, na wengi tu wameweza kukata kauli ya kumfuata Yesu Kristo. Kwa hivyo tunashukuru kutoka hapa Waithaka jijini Nairobi. Mbarikiwe sana wanaofuatilia katika mitandao ya kijamii. Wanaingia ni Amo wa kanisa la Satellite New Life, ambao watatubariki na wimbo, na mara baada ya kumaliza wimbo huo basi tutakuwa tukiingia kwenye mahubiri ya siku ya leo.
many are now washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. My sins were higher than the mountain, higher than the mountain, higher than the mountain. My sins were higher than the mountain when my Lord set me free. My sins were deeper than the sea, deeper than the sea, deeper than the sea. My sins were deeper than the sea when my Lord set me free. My sins were wider than the ocean, wider than the ocean, wider than the ocean. Sins were wider than the ocean when my Lord set me free. I shall go there to dwell in the city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as Lord where I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows flow. Since Jesus came into my heart. Katika wenye dhambi Ken. Katika wenye dhambi, mimi ni Mungu wao, ila Yesu akaja, kwa dhambi alikufa, akamimina damu ni upate uzima. Ajabu pendo lake, pendo lililo kuu, pendo
wote tusimame. Merciful Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajubu pia msifuni. Baba, Mwana, naye Roho. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako. Leo ni siku nyingine tena, na ulisema tukikuinua utavuta wengi kwako. Baba, naomba leo uinuliwe kuliko siku nyingine. Utupatie nguvu ya kumaliza, utupatie nguvu ya dakika za mwisho. Na Baba, ikiwa kuna mtu amekuja hapa na anaona kama mikutano inaisha lakini hajapona, nimekuomba sana wiki hii, siku ya leo, ulete kibali cha tofauti. Na ya kwamba wote tuliosimama hapa, ikiwa kuna mtu anaumwa chochote kile, aanze kusikia mguso wako unapita katikati yetu. Baba, asikie mguso wako. Yani aguswe, apone in the name of Jesus. Baba, najua Roho wako anafanya uponyaji. Ikiwa kuna mtu alikuja ibada ya leo kama alivyozoea, mjulishe kwamba leo unataka ushuke kwa namna ya tofauti. Wagonjwa wa kimwili wapone, wagonjwa wa kiroho wapone, kila mtu apone. Lakini sana utusogeze karibu na wewe. Kila mtu mwenye changamoto yake, anza kuonyesha njia Baba. Anza kufanya jambo la pekee. Waithaka tumeiweka mikononi mwako. Baba, sema na kila mmoja aliye mbali na karibu leo. We need you Jesus. Tunataka mtetemo wa nguvu zako. Tunataka mamlaka yako yashuke. Waithaka ikarindime nguvu zako. Oh Jesus. Baba, ujitukuze leo, maana twajua hatimaye sisi tutazidi kupungua, wewe uongezeke. In Jesus name we pray. Amen. Sabato njema. Happy Sabbath. Happy day. Nione kwa ishara ya mkono. Tunashukuru Mungu sana kwa yote ambayo ametutendea. Leo ni siku ya Sabato yetu ya 3 na Sabato ya mwisho kuwa hapa kabla tuanze makambi yetu hapo kesho. Niko nachukua hii fursa kuwa introduce wale ambao wako na sisi kati yetu, miongoni mwetu, na wale wanahudumu hapa mbele. Katikati yetu tuko na pastor wetu ambaye ni mahali yako, apunge mkono, Pastor Morris Opanyi. Najua amesikia na amepunga, labda mimi ndio simuoni. Pastor, karibu sana kwa na asante kwa mwongozo ambao umetupatia. Kwa washiriki wote wa SNL ambao wako karibu na sisi, wasalimie, tusalimiane kwa hewani washiriki, na wageni wote ambao wamekuja ambao sio washiriki pia tupungie mkono. Karibu sana wageni. Feel at the feet of Jesus Christ as you get his presence. Nikuje mbele yetu hapa ambao ni wale ambao wanahudumu. Yule ambayo ananikorista siku ya leo ni Miss Helen Motari. Naomba wasalimu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema na siku zote. Karibuni. Kwa upande wa tithe and offering tuko na Sister Zipora.
Sabato njema. Sabato njema. Na tuko na pastor baada atatupatia pastoral prayer, Pastor Orina. Bwana ni mwema siku zote. Mbarikiwe katika ibada ya leo. Amen, pastor. Na nitaruka mwenye ako karibu na yeye na mnajua mnamfahamu kabisa, na niende kwa mwenye ako next na yeye, Pastor Robinson. Karibu pastor. Mungu yu mwema siku zote, mwenye ibada njema. Asante sana pastor. Na mwenye nimeacha hapa ni Pastor Abina. Happy Sabbath. Happy day. Karibuni kwa ibada. Na kwa ishara ya mkono tuko na dada yetu hapa, atatuambia jina na tuintroduce. Happy Sabbath. Happy day. Karibu sana sister. Na mimi ambaye naongea naitwa Seth Jomo, ni mshiriki wa SNL SDA Church. Karibu sana and feel at the feet of Jesus. Mubarikiwe sana. Fungu linalotuongoza sabato hii ya leo ni Zaburi ya 126. Zaburi ya 126 mstari wake ni wa 5 na wa 6. Nitasoma ukifuatilia na Biblia yako. Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha. Atarudi kwa kelele za furaha katika miganda yake. Mungu na alibariki neno lake hadi mtumishi wake atakaposimama kulitia nguvu. Sabato jema. Sabato jema, mnanisikia? Ya, tutasimama kwa furaha na wimbo nambari 43, 43, furaha gani na ushirika. Tusimame zote. Tusimame zote. Furaha gani na ushiriki, nikitegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani, nikitegemea Yesu tu. Tegemea salama.
jinsi mulivyo. Nitaomba tu wale wako mbele tupige magoti tuweze kupata ombi. Uinuliwe na kutukuzwa milele muumbaji wetu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asubuhi njema, sabato takatifu, siku iliyoitenga ukaibarikia na kuitakasa. Tumepiga magoti yetu chini tukiwakilisha kundi lote. Tunakusihi Mungu wa rehema na fadhili, uweze kumtakasa kila mmoja aliye katika mkutano huu. Kwa maana Mungu wako umenyoshwa kwa ajili ya wokovu wetu. Sasa kwa ajili ya jina lako vile umeahidi katika Isaya, uyafute makosa yetu yote kwa ajili ya jina lako. Utuvike joho lake Yesu Kristo, ili maombi na kusali kwetu na mahitaji yetu yaweze kupokelewa, na utupe majibu sawa sawa na fadhili zako. Mungu fadhili atakaponena, takasa midomo yake, muguse na kala la moto kutoka mbinguni, umuongoze unene kupitia kwake, unapofungua fahamu zetu, unapoteka nyara mawazo yetu, ili Mungu kusudi lako liweze tendeka kwetu. Kuna wale katika mkutano huu ambao afya yao si nzuri. Wewe ni tabibu mkuu, unapowarehemu utawaponya kabisa. Kuna wale ambao bado wanayumba na kusi uwathibitishe katika kweli. Uwainue wavute kwako, wape ujasiri, waitikie sauti yako na wafanye uamuzi bila woga, kwa maana wewe ndio unawaita. Wale ambao wamebatizwa, ili kutembea nao wape nguvu, tembea nao katika hali zote. Asante kwa wale wamejitoa umbali huu, pia wahimize na wavute kwako. Na hata kwa wale watakaosikia wito leo, Mungu zidi kunena nao, zidi kuwavuta kwa sauti pole, kwa sauti ya upole. Funga masikio wasikia ya mwovu, ili wavute kwako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tena tunaalika utukufu wako hapa. Tunaita nguvu zako katika mkutano huu. Malaika watakatifu wawe shirika pamoja nasi, waweke ua la moto katika mkutano huu. Uweke nuru yako, giza lote liweze kutoweka. Nena na yule mtoto, nena na yule kijana, nena na yule mama na baba, na kila mmoja anayesikiliza, hata walio dukani, wanaosafiri, hata walio nyumbani. Unakusudi na kila mmoja wetu. Hebu jina lako litukuzwe milele. Unaponena na kila mmoja, ufungue fahamu zetu, na itakuwaje bora kwamba leo tutakaposikia sauti tusifanye mioyo kwa migumu. Tunaomba haya tukiamini utatenda, tuzidishe kupitia kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu, na wote wasema amina. Amen. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Ni wakati wa zaka na sadaka zetu, na ninawaomba washemazi wote walio kwenye kikao hiki wapate kusimama ili tupate ombi. Tuamini na tuombe. Mungu muumbaji wetu, asante kwa sababu ya asubuhi njema ya Sabato. Tunashukrani kutoka kwa mioyo yetu kwa kuwa umekuwa Mungu mwema juu ya kila mmoja wetu. Wakati huu Mungu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunapoelekea kutoa ambayo umetubariki nayo, Mungu wa ajabu, tunakuomba ukabariki hata wale hawana, ili wakati mwingine wakapata zaka za kukutolea wewe. Kambariki kila mmoja aliye kwenye kikao hiki. Unapotunenea Bwana, tunakuomba ukafungua mioyo yetu ili tukapata kukujua vyema. Na ni katika jina safi la Yesu tunaomba na hata kuamini. Na wakaribisha Amo kwaya, karibuni sana. Ninaambiwa kuwa tutawakaribisha the youth choir, karibuni sana. Na
Haya, tuweze kuketi. Happy Sabbath once more. Ni wakati mwingine mwema sana. Nataka kumleta mhubiri wa watoto ambaye ni Pastor Wairimo. Pastor Wairimo ndiye atakuwa mhubiri wa watoto leo. Kwa hivyo songea hapo mbele uweze kuleta mahubiri ya watoto. May God bless you. Happy Sabbath. Watoto hello. Watoto wadogo hello. Watoto wakubwa hello. Tunamshukuru Mungu leo tutakaa penye tuko. Hadithi ya leo kichwa chake ama inatoka kitabu cha Galatians 6 verse 2 inasema bearing one another's burden. The theme of our story inasema when we bear others burden we help ourselves. Inamaanishaje? By the end of the story tutaweza kujua inamaanishaje. Si ndio watoto? Watoto tuko pamoja. Watoto wadogo tuinue mkono. Nawaona. Siku moja katika nchi fulani kulikuwa na baridi. Siku na nchi zinakuanga na snow sana. Hata mavazi zao wanavaa zinakaa pusi. Tunajua hizo majackets. Sasa wakati fulani mtu alikuwa anatembea. Sijui alikuwa anaenda wapi. Baridi yenye iko hapa hiyo si baridi. Ya huko ilikuwa baridi sana. Sasa mtu akitembea sijui alikuwa anaenda wapi. Wakati wa baridi akitembea akasikia mtu akisema, mtu akisikia akiwa na baridi anatoa sauti gani? Akasikia mtu akitoa hiyo sauti, akataka kujua huyo mtu ako wapi. Hata hakuwa anamuona kwa sababu alikuwa amejaa snow. Alipotembea akamuona. Sasa akashindwa mimi nitamsaidiaje? Hata yeye alikuwa na freeze. Ushaingizanga mkono wako kwa fridge, hapo kwa freezer. Unasikianga aje? Kuna kabaridi, si ndio? So akataka atamsaidiaje? Akashindwa atafanya namna gani? Unajua chenye alifanya? Alisema tu nitamsaidia. Akaanza kumchukua, anambeba. Wangapi wameshaenda gym watu wakubwa wanajua, si ndio? Ukienda gym ukifanya mazoezi unafanya nini? You sweat, si ndio? So alipokuwa anamsaidia kumuinua, kujaribu kumweka kwa mabega, akasweat. Hadithi yetu kichwa chake tulisema inamaanisha aje? Inasema aje? When we help other, we help ourselves. Sababu alikuwa na baridi, alipomsaidia yule mwenye alikuwa pale akapata joto na akaweza kusave yule mwingine. Kama hangemsaidia angepata joto kweli. So sisi watoto wadogo tukue tunawasaidia wengine. Hata sisi pia watoto wakubwa tukue tunasaidiana. Amen. Do you like my story? Do you like my story? Forget to come again and tell. Amen. Chapter.
Asante wenye magari KDK 155S na KCW 560. Mimi nimekubali kutembea nao. Nimekubali tumuinue Bwana pamoja. Hata ndugu yangu Robinson amependeza. Yote hii ni idhaa ya Heaven Targeters. Kwa hiyo tumekubali. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hata ndugu yangu Rundu Benjamin, muda si mrefu, yeye naye ana kitengo maalum pale Heaven Targeter Ministry. Yaani Bwana asifiwe. Heaven Targeter ni wanakwaya lakini wahubiri asubuhi zote. Wale ambao walikuwa wanakuja mahubiri ya asubuhi walikuwa wakihubiri wao, walikuwa wakiomba, walikuwa wakimuinua Bwana. Na hivyo kabla sijaenda katika sermon hii, ninapenda niseme Bwana awabariki Heaven Targeters. Jamani, Bwana asifiwe. Microphone, speakers, vitu vingi hapa vinatoka Heaven Targeters. Lakini nimemshangaa Bwana kwa kwaya hii. Unajua mwaka jana tulisema kwa sababu wameamua kutumika, wataenda viwango vya juu. Wataenda viwango vya juu. Niruhusu niseme wameshaenda. Situmsifu Bwana kwa ajili yao. Wameshaenda. Maana it is over. Inaenda kuwa zaidi ya robo 3 ya kwaya wanaenda ng'ambo. Kwa hiyo watakuwa wakija kuhubiri, wana pesa, wanaimba, wanahubiri, na Bwana amewatendea mema. Kama unaona wivu usiseme amina. Kama unaona wivu usiseme amina. Lakini kama hauna wivu sema amina kubwa kwa ajili yao. Maana wanaenda mbali, mbali, mbali. Watakuwa watu wa ajabu. Nimeshawaombea. Ndani yao hapo kuna mawakili wasomi. Unajua kule kwetu tunasema wakili msomi. Ndani yao hapo kuna wahasibu bobezi, wanahabari, watu wa alimu, wachungaji, watu ambao wamesoma, yani wanatoka mbali. Ninajishukuria Mungu sana kwa ajili yenu. Heaven Targeters, I'm proud of you. I'm proud of you. Na wamekuwa wa mbaraka sana katika mikutano hii. Tunasema Bwana awabariki. Kabla sijaanza sermon yangu, nipende kumshukuru mtu wa kwanza kipekee ambaye si mwingine ni mchungaji my daddy. Mungu amenipatia baba tena. Amekubali kwamba Pastor Opani awe daddy. Amekuwa baba wa pekee sana. Nimejifunza practical. Nimejifunza hatua kwa hatua. Hivi ni mchungaji gani yule ambaye leo katika kutano kubwa hili yeye hakai mbele, anakaa tu, anazunguka, anaangalia watoto wake wanakulaje. Unajua Pastor Opani, wale ambao hamkujua, last week mke wake aliumwa sana. Aliumwa sana. Aliumwa vibaya na akalazwa siku 3, akawekwa kwa hospitali. Lakini Pastor Opani alikuwa hapa all the time. Anashinda hapa, anaenda klabu baada ya klabu, bar baada ya bar, anakaa na watu, anawaita kwa Yesu, anasikiliza matatizo yao. A very humble pastor ever in my life. Ninajishukuria Mungu kwa ajili yake. Kama wewe hajakugusa usiseme amen. Lakini kama unakubali ni mchungaji bora, shangilia ukisema amen. Jamani, tumpe amina kubwa. Ninamwombea miongoni mwa wachungaji watakaoheshimiwa ni pamoja na yeye. Aheshimiwe hapa duniani, aheshimiwe na mbinguni pia. Bwana aheshimu familia yake, awape mahitaji yao. Na ngoja niwaambie wale watu mnatoka satellite. Hivi ni lini umewahi kuweka full tank ya gari ya mchungaji Opani? Lini umewahi kufanya hivyo? Nilikuwa jana ninapoenda kushukuru mtu wa pili aliyetupea pia jambo la pekee. Tulikuwa kwake jana. Unajua sadaka ina mamlaka makubwa sana. Unapofanya jambo na ukasema Bwana, natenda hili kwa sababu na kuhitaji. Hivi kweli
watu wa satellite, mimi sijui, huenda mmefanya, mimi tunakazia na hajaniambia na sina muda wa kumuuliza. When have you said hii wiki nitamlisha Pastor Opani na familia yake, ndiposa biashara zangu zibarikiwe, mambo yangu yaende mbele? How do you take pastors? How do you take them? Ninakualika, fanya hivyo, maana Bwana amenituma niseme a single statement. Hivi wewe ushawahi kufikiri kwamba Pastor Opani na kale kaupara kake kakisome, unajua kuna vipara vingine ni vidonda, havijaleta impact, yani ni kovu, lakini yeye ana kipara maana ni msomi na amefanya kazi ya Bwana. Haleluya. Lini umefikiria tu kwamba Pastor, I'll be taking care of you going to saloon? Umewahi kufikiri makambi yajayo akivaa suti uliomnunulia itakuwaje? Amependeza, alafu ni kwa hisani, yani kwa Kiswahili tunasema ni kwa hisani ya familia ya mtu fulani, Pastor amependeza. Fanyeni hayo, maana kuna nguvu sana katika kufanya hivyo. Ningekuwa na wakati ningewafunza, lakini siku nyingine mtaelewa. Ibrahimu alikaa miaka 24 haelewi lini atapata mtoto, lakini mwaka wa 24 alipochinja ndama aliyenona, akaweka maziwa na siagi, akaandaa meza, akawaalika malaika wakatoboa siri na wakaharakisha muujiza. Wakasema sasa mwaka huu majira kama haya mwakani utapata mtoto. Mleeni mzee huyu, hata hivyo yuko na miaka michache ya kuretire. Let thy blessings flow from Satellite New Life SCDA. Kama hamtaki msiseme amina, ila kama mtambariki leo semeni tena amen. Jamani, tuseme amen. Tuseme tu hivyo. Sijasema mimi, nimesema yeye. Yeye ni baba yetu wa kiroho hapa. Jamani, Bwana asifiwe. That is the point. Pastor Opani, watu hawa wasipokubariki, Mungu atainua wengine, watakuneemesha, watakupa, maana wewe ni baba yangu, nami nina mamlaka ya kukutamkia baraka. Baada ya kusema hayo, nishukuru elders wote ambao ni watu wa Satellite New Life. Hawa elders, pamoja na kwamba wana majukumu makubwa, ila wanajigawa zamu kwa zamu, na kuna wengine wamekuwepo hapa permanently. Wazee wa kanisa wote, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Elders wabarikiwe. Kama tunakubali tuseme amen. Lakini unajua habari ya mkutano huu ilipangwa wakati fulani. Siri hii huenda tutaisema mchana. Ulipangwa, ilikuwepo ndoto, na hiyo ndoto imetimia. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na niwashukuru sasa member of the board, wale wana baraza wa kanisa. Niwashukuru sana kwa sababu ya kukaa na kuexhaust. Niwashukuru sana watu wa Mungu, idara ya wanawake, idara ya Dorcas, idara ya Amo. Hata nimeona Amo mko serious, yani kila saa ni kanguo kapya, kasare kapya, na mnaimba sana. Jamani, tuwape Amo leo, ndio choir, the leading choir of the point. Tuwape amen. Jamani, tuwape amen. Mimi ndio judge, nikisema wamewin. Wewe kama hawajakupata umeisha. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. They are doing the best. Niwashukuru sana body, mlipokaa mmejiminya, mmejikunja. Unajua, nafahamu zile pesa zilipotoka kwa namna ya kujikaanga kwa maidara, idara ya watoto, vijana, wanawake, wanaume, kila watu wametoa. Yani kila watu wametoa. Sadaka zenu sio bure. Kuna mmoja
ataingia mbinguni kama si wengi kupitia sadaka yako, na kwa sadaka hiyo Mungu aguse mahitaji yako. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu tujibariki wenyewe kwa kujipatia amina. Jamani, haleluya. Na kama bado unawiwa kufanya hivyo, endelea kutoa. Kuna makambi, kuna vitu vingi. Yaani usijisikie vibaya. Wakati fulani tu unakuja zako na katoni za maji. Unasema hizi katoni wanakunywa wanakwaya wanaoimba kwenye makambi. You are just inquiring blessings. Mibaraka inatafutwa. Hebu mwambie jirani yako, mibaraka inatafutwa. Hebu mwambie tena, mibaraka inatafutwa. Hata wiki hii wiki tu na wiki iliyopita, kuna mtu miongoni mwenu, kuna mwanamke sitamtaja, sijamuomba ruhusa, akawa anajali. Wakati fulani analeta popcorn, anasema watumishi mnakula popcorn. Alafu unajua Robinson, sijakula maepo yangu, na kama umekula tutajuana baada ya hapa. Nimekumbuka nilipewa maepo hapa juzi na sijala hadi leo. Kwa hiyo anajali. Yaani mtu tu anaona kwamba hawa watu si wakule kule vitu extra, anaenda analeta yogurt. Yaani just feeling responsible. Na unafikiri nikinywa yogurt huku ninahubiri, nasemaje? Huyu aliyenipa yogurt Bwana muone. Jamani, Bwana asifiwe sana. It's a blessing to be close to ministers and unto the work of God. Jamani, Bwana asifiwe. Jana kuna familia, na hiyo familia mmeiruhusu ipokee baraka. Wamekuwa wakikaribisha wageni, almost wageni wote ni kwao. Sasa si wagombanishi na yeye huyo, ila ninachosema wageni ni mbaraka. Na jana tulifungulia wale wanaoendesha magari, tulifungulia turbo ya baraka kwa familia hiyo, ya kwamba wabarikiwe baada ya kuwa wametukaribisha pia. Jamani, Bwana asifiwe. Kama una wivu juu ya familia hiyo usiseme amen. Mbona mna wivu sasa? Hapo ndio nimeona wivu kabisa. Hebu kama tunawabariki tuseme amen. Pastor Abina alikula samaki mkubwa, maana na yeye ni mkubwa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo imekaa mzuri, hata na sisi tulienjoy sana. Basi baada ya kusema hayo, washiriki mmoja mmoja tumeheshimu huduma yenu. Jamani, tumeheshimu huduma yenu. Mmetenda mambo ya pekee. Maana nilikuja nimechoka. Sasa hivi naondoka niko na nguvu. Nimekula mimi pamoja na watu wote, tumeenjoy. May the Lord bless you. Tumelala mahali classic. Yaani ukilala mahali ambapo chini yake ni quit mark, wewe sio wa kawaida. Kuna mambo lazima yabadilike. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua kuna maana, hata even targeters sijajua kama mmelala mahali pazuri kama hapo. It might be one of the first time. Jamani, Bwana asifiwe. Huwa wanalala wakienda kwa personal issues, lakini kwa injili, kwa kweli zamu ile mahali fulani sitapataje, mlilala darasani. Kwa hiyo Bwana amewapandisha viwango. This is the Cape Town. Watu wa New Life mmepanda juu. Jamani, haleluya. Yaani haleluya. Usifikiri sauti hii imetoka tu hapa, ni kula. Na tumelishwa kifahari. How sweet is to do the work of the Lord. Najua Mungu amewatendea mema. Niombe nimshukuru mtu mmoja kwa niaba ya wanawake wote pia. PM, nisipomshukuru hata moyo wangu utakataa. PM, yani amefanya bravo. Wenye wivu midomo imekaa kama vile sijui. Yani amefanya bravo. Abarikiwe. Mama, you'll be blessed. Amefanya vizuri. Amesimama. Yani kuna mwingine unampa cheo alafu hafanani nacho. Yeye amefanana nacho in every corner. Na Mama Lea kwa kweli, hata makambi na kila mikutano, endeleeni kumwamini. Analeta mapochopocho.
Yule mama analeta vyakula. Hivi mapochopocho nacho ni Kiswahili cha Kenya? Ni cha Kenya hicho mapochopocho. Yani tumekula. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Ni washukuru, ningeweza kuwa na wakati kuwataja mmoja mmoja, siwezi. Kuna kijana ambaye amehusika sana kwenye vyombo akiwa na kina Makenzi. Unajua, nimeshangaa kwamba Makenzi jina lake ni maarufu sana hapa kuliko hata main speaker. Maana imetokea hivyo na mimi nimembariki. Makenzi, Mungu akubariki. Hata nilipokuwa nakuja kuhubiri, mmoja anapika hapa Mitura akasema mwambie Makenzi tunamsalimu. Unajua yeye ndiye alifungua ground. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu Makenzi wakuone ukipunga mkono kidogo. Bwana asifiwe. Sasa huyu kijana anatoka SNL. Amelala na watu wa SNL. Watu wa Heaven Targeters. Ametengeneza mitambo. Yuko responsible. My friend, can you come here? Wewe nitakuleta hapa. Vijana wote mtasema amina kubwa kwa ajili yake. Jamani, huyu anaonekana mpaka kwa kamera. Njoo hapa. Yaani Bwana asifiwe. Kama uoni wivu sema amen. Sema amen. Huyu amefanya bora kuliko vijana wote. Hata mimi ni kijana, amenizidi. Wakati mwingine nachoka, nalala, naamka nasikia tu huko chini, tumekamilisha mwendo, tumefikia yani maspika yako on, very active. May God bless this brother. Yani Mungu ambariki. Na kama kuna mambo yaliyokuwa yamefungwa yatafunguka in the name of Jesus. Sasa kama ulitaka baraka hizo usingekaa huko. Mungu akubariki. Kuna kijana mwingine alinitendea vyema sana, Franklin. Where is Franklin? Franklin, you come here. You deserve. Franklin alimpokea profesa wangu. Alikuja kunikagua. Unajua nimekaguliwa hapa. Na mlipopanga mkutano huu vizuri, hata mimi nimefaulu vizuri sana. Thank you elders and thank you all for making me to perform. Yaani Bwana asifiwe sana. Franklin, very humble, an evangelist who is very responsible. Praise the Lord. Mungu akubariki sana. Kwa vijana hawa wametisha. Kwa wazee wote wa umri, kuna elder anaitwa Zabulon. Elder Zabulon, where are you? Yuko wapi elder? Amewapita wazee wote. Kama mna wivu msiseme amina. Kama mmebarikiwa naye sema amen. Kila mtu nimebalance sasa. Balance na muda wangu hautoshi, pongezi zingine baadaye. Lakini you are highly granted. Unajua, kabla sijasahau, there's a pastor. Huyo naye amewazidi wachungaji wote. Wote tunaweka kofia chini, tunasema Pastor Nzuki, you are highly respected. Your work is granted. Pastor Nzuki, where are you, my fellow pastor? Pastor Nzuki, where are you? Hata utashangaa yuko kwenye kona fulani huko anawajibika. Mungu ambariki. Ningeweza kuwashukuru wote, ningesema I cannot do that. Lakini taji zinawangoja. Ngoja niwaambie statement hii. Mama White anasema, wenda niwahi kuisema hata SNL. Anasema there will be no one in heaven with a starless crown. Hakutakuwa na mtu atakaye ingia mbinguni mwenye taji isiyokuwa na nyota. Hebu mwambie jirani yako, kidonge kimeingia. Alafu muulize tena, una nyota ngapi rafiki yangu? Au tuko bado tupo. Yaani kuna ambao hawajaweka hata kanyota. Na kwa maana nyingine, ili uende mbinguni lazima uwe na nyota. Na nyota ni roho zilizoongolewa kwa kazi yako na kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Sasa tunaenda kuwa na sermon ya pekee sana. Na leo unajua siku ya mwisho unakuwa na mdomo wa kubariki. Bariki watu. Kabla sijaenda katika wimbo ambao utatukaribisha, ni ushukuru sana uongozi kwa kipekee wa stage ya Waithaka. Viongozi hawa huenda mchana tukawatafuta tuje nao mbele. Wamefanya jambo la pekee. Jamani, jambo la pekee. Wapendwa, jambo la pekee. Wanasafisha hapa, wanalinda hapa, wakiona kuna dalili zozote za kusumbuliwa wako active. Yani very responsible. Makanga wote na viongozi wao, boda boda wote na viongozi wao, watu wanaokaa katika maeneo haya ya jirani, wastaarabu katika maduka yao, watu wa Mungu wametenda vizuri. Jina la Bwana litukuze kwa ajili yao. Jamani, Bwana awabariki. Hebu tuwape amina kubwa mpaka walipo wasikie tumesema amen. Jamani, tuwape amina tena. Amen. Niwashukuru sana usalama, polisi wamekuwa hapa mpaka usiku. Tena wengine hata sio Wakristo ila wanakuja na wanakubali. Na hata ngoja niwaambie, kuna askari mmoja baada ya kujitolea kulinda hapa, Brother Lamek, ndoa yake ilikuwa imevunjika, ila sasa wako pamoja. Jamani, wako pamoja over 4 years, sasa wako pamoja. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hey, what a blessing. Niseme hili baada ya kuwashukuru wote. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyewaamini wahudumu wote waliokuja kusupervise. Brother Benjamin Rundu, mahali ulipo utupungie mkono. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Huyo, kama kuna taji itakayong'aa baada ya mikutano hii, ya kwake ni ya kwanza. Ya kwake ni ya kwanza. Maana hata baada ya mikutano hii atakuwa hapa. Yeye ndiyo pastor wa Waithaka. Yeye ndiyo pastor wa Waithaka. Jamani, simpeni amina. Pastor, si uje hapa na wewe ni kuone hapa. Pastor wa Waithaka. Yeye ndiyo initiator. Watakuja wengine, lakini yeye ndiyo pastor. Kwa hiyo hata wale watu wa Waithaka mlikuwa mnajiuliza, who will be our pastor? This is the pastor. Na anaanza kazi yake na alishaanza. Pastor, you're welcome. Just come here and greet the mass. Wasalimie washiriki wako wa Waithaka, maana njozi kubwa itaibuka kutoka kwako. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Basi hivyo ndivyo, na mchana atakuwa na wakati baada ya mkutano mkubwa huu kukamilika. Pastor and Evangelist Benjamin Rundu, Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hayo, nimshukuru sana ndugu yangu Orina. Orina is an international prophet evangelist and Bible study also. Is also a speaker in many ways. Hebu njoo sasa hapa. Unajua nampa upendeleo maana Pastor Orina, Evangelist Orina, jana alinichekesha. Nasema ndoa yake iko njiani, yani familia yake iko njiani. Desemba ataoa. Desemba ataoa. Kisa kama wewe huoi ndio usiseme amina. Ndio usiseme amina hata kama hujapata wa kukuoa. Jamani, tuseme amina wote, tumbariki. Yaani Bwana asifiwe. Na ninafikiri ninakuombea sasa kwamba ndio ninagawa kadi. Unajua kadi kuna visible card and invisible. Sasa natoa kadi zisizoonekana, ya kwamba kila anayefikiri kumbariki Evangelist Orina kwa sherehe yake kubwa itakayofanyika Desemba, amuone personal na ampe namba na atume kakitu kwa wakati fulani, utapewa vitu.
utapewa vitu. Satellite kuna vigogo, kuna vigogo watakupa. Mbona mjisemei amina? Hamna mpango, mnaniangalia hivi jamani. Kama mtambariki kidogo, hata kidogo, simseme amina jamani. Amina. Bas wewe kakae, it is granted. Mungu akubariki sana. Nimshukuru sana ndugu yangu wa pekee sana Robinson, you come here. Ukiniona nasimama kuhubiri, I believe you are all praying for me, but this man is praying for me so much. Ananishauri, ananipa mambo ya karibu sana. We knew each other from Mombasa. Nilienda Mombasa kwa camp meeting, baadaye tukaenda kwa crusade kule Malindi, Watamu. Tukabarikiwa kuwa naye, na watakuja wachungaji wote wenye vyeo, wasio na vyeo nchini Kenya wakinibariki, but this is my first friend, na namtangaza hadharani, huyu ni rafiki yangu. Mbona mna wivu? Yaani tatizo bwana. Yaani huyu ni rafiki yangu wa kwanza. Yaani Bwana asifiwe. Namtangaza in ministry. Nimemuomba Bwana, amenipea Robinson. Na Robinson anaenda hivi karibuni Tanzania, atawabariki sana watu. Unajua vile nilikuwa nakuja, nimepewa district 1 week before. Na hata nimekuwa nikisumbuana nao kwamba mimi sinihubiri tu, ila nimejua ile district inabidi uje ufanye crusade. Alafu baada ya hapo ndio nawaambia nimeretire. Mungu awabariki sana. Asante sana brother. Nashukuru sana kwa ajili ya Pastor Abina, our able pastor, mchungaji na mshauri katika kundi hili. Mungu akubariki sana. Just come. Leo tunahubiri kidogo sana. Kama ulimisi mahubiri, utakutana nayo mwakani crusade ijayo. Pastor Abina, Mungu amembariki sana. Amempea mke mwenye akili timamu, mwanamke mstaarabu, mwanamke mwenye akili nyingi. Na Pastor Abina, nataka nikwambie, usije, wacha nitumie Kiswahili cha Tanzania, usije ukajishebedua. Yaani kujishebedua ni kwamba usije ukajisikia kwamba you are all that best. Mimi nikiulizwa nitasema kama sio mke wako usingekuwa hivi ulivyo. Kuna mahali anafinya break kwamba hapa mzee kwisha, hapa nenda, ongeza speed, punguza. Naamini kabisa umepewa mke bora. Mungu akubariki sana. Jamani, Bwana asifiwe. Basi na mtoto wake yuko pale, lady, na kijana wake yuko kwa shule. Mungu aendelee kuwabariki sana. Baada ya kusema hayo, the last but not in the list of the importance, nitamtambua able chairperson brother Lamek, ambaye ameacha, yani aliacha nafasi yake ya kwenda Marekani ili aje kusimamia kwaya yake na program wa Ithaka Marekani. Yani kuna imani nyingine lazima uwe nayo ya ziada, kwamba nisiende Marekani mapema kwa sababu ya Waithaka. Umempenda sana Mungu wako. Please you just stand and wave please. And maybe ana sauti mzuri sana ya utangazaji, hebu awasalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waithaka, umebarikiwa sana. Huyu jamaa ni moja ya sababu ya Heaven Targeters kusimama, na hata wasipompa amina Heaven Targeters, mimi nasema ana mchango mkubwa, na Bwana mbariki sana. Kuna mama, huyo mama sasa ndio anakuja kutuombea ndio nianze kuhubiri. Madam Ruth, the mighty preacher, a woman of prayer, a prayer warrior. Ninaomba aje hapa atatuombea tunapoimba miguuni pake Yesu. Miguuni pake Yesu. Choristers, you just come. Na nina habari njema kwamba yeye ndio chairled, ambaye ni chairperson wa Event Targeters. Anamtangaza yeye kwamba baada ya Lamek kwenda Marekani, sasa madamu anachukua hatamu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nini msimbariki kwa mikono na kumwambia mama ubarikiwe sana? Na ngoja nifungue siri. Huyu mama
mnyenyekevu sana, na hata kaka Suti ni kwa isaa yake, yeye nimemtaja hadharani. Yaani Bwana asifiwe, yaani Bwana asifiwe. Ana mdogo wake anaitwa Rispa naye akasema hapana pastor, huyu dada asichukue baraka zote, na wewe naweka tai na shati. Angalau hao nimewataja hadharani, wengine wote ninawaweka kando kwanza, maana sijawaomba ruhusa, na Mungu awabariki sana. Madam is amemkuza Lamek 14 years, miaka 14. Lamek, ujanja wako najua, ukimwona huyu mama ni mfukoni, akiwa hajaoa, hata suruali alikuwa hana ya maana. Lamek, ujanja wako huu ni wajana, na viatu leo jamaa amepewa, mama amempa hivi viatu. Jamani, Bwana asifiwe, ni kwa baraka tele. The mother who can bless atatuombea na utahisi baraka miguuni pake Yesu. After the song I will have a very short sermon and a calling, we go for baptism. Kiwa unajisikia kwamba usipitwe na wokovu huu, Bwana akuandae, Bwana akuandae. Yesu yuko katikati yetu. Naomba twende miguuni pake Yesu. Kila mtu ajisikie kwenda hapo miguuni. Usikae hapa kama huendi miguuni pa Yesu. Miguuni pake Yesu, mahali hapo ni bora, mahali hapo tunafanya sala. Unibariki Mwokozi. Kila mtu aimbe kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo. Salimishe kwa Bwana. Pake Yesu, tunafanya sala miguuni pake Yesu. Pewa uwezo, faraja na neema. Bariki Mwokozi. Tusimame sasa. Hii miguuni pako. Unitazame kwa upendo. Unitazame kwa upendo. Bwana nia yako ili nionekane, Yesu. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu, aliye haki. Tarudia beti hilo.
Nibariki Mwokozi. Huenda unahitaji ibada ya leo, baraka tele kwa wageni na wenyeji wa mikutano hii. Watu wa Waithaka, huenda unatamani Bwana akubariki. Kuna jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu. Labda kabla sijaanza kuhubiri nikwambie, Bwana atatenda muujiza. Bwana atatenda muujiza. Omba kwa imani. Omba kwa imani. Omba kwa imani. Mungu akubariki. Tukiwa tunaenda kuimba ili tuombe, Mungu anataka akubariki. Mungu anataka akubariki. Nibariki Mwokozi. Twende pale. Fungua moyo wako. Yesu anataka atende jambo. Anataka kubariki. Mwambie Yesu, niko mbinguni mwako, nibariki. Nitazame kwa upendo. Nipe Bwana nia yako. Nipe Bwana nia yako. Ili nionekane. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Watendee muujiza watoto wako katika ibada ya leo. Fanya maajabu ya pekee katika ibada hii. Aliye haki yetu. Madam atatuombea. Wewe ambaye uko kwa media ya Get the Point, unasikiliza saa hii, Bwana anataka atende muujiza. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda leo. Na natamani upokee baraka hizi kabla mkutano haujaisha. Fungua moyo wako. Yesu aongee na wewe. Atende jambo katika maisha yako. And your life will never be the same again. Madam, karibu uombe kwa ajili ya watakatifu wa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, miguuni pako watu wako tumefika. Tuna ushuhuda wa kipekee ya kwamba umetukomboa. Umetuita na tumeitika, ndiposa tumekuja miguuni pako. Utubariki Mwokozi. Utupe nia yako siku ya leo. Uwaonee watu wako huruma kwa sababu tumekuja kwako Yesu. Wewe ambao umetuita, umesema njoo kwangu nyote mnaoteseka na maisha haya, nami nitawapa pumziko. Asubuhi ya leo tumekuja kwako. Amen. Tumekuja kwako watu wako wa Waithaka. Tumekuja miguuni pako Yesu. Tunahitaji kuona uso wako. Yesu, tunahitaji kukuona katika familia zetu. Tunahitaji kukuona katika hali na maisha yetu. Tunahitaji mguzo wako wa kipekee. Roho wako hapate kushuka sasa. Roho wako hapate kushuka sasa. Amen. Kutana na watu wako katika jina la Yesu. Amen. Kutana na vijana wako katika jina la Yesu. Amen. Waliokata tamaa Yesu, uweze kuwainua tena. Wasiokuwa na tumaini, uwape tumaini katika jina la Yesu. Amen. Bwana, inua watu hapa. Imetimia muda uliotupa tuwe hapa, lakini tuna ushuhuda. Asante kwa kukomboa Waithaka. Sasa watu wako wa Waithaka tunaweka chini ya ulinzi wako Yesu. Mchana wa leo wasikie sauti yako. Amen. Wasikie sauti yako Yesu. Roho wako Mtakatifu ashuke mahali hapa katika jina la Yesu. Yesu, sisi ni vyombo tu. Hatuna uwezo wowote. Hatuna uwezo wa kuwaita, lakini tutakapokuinua utavuta wengi waje kwako siku ya leo. Baba, ninakusihi kwa neema umempa mtumishi wako, neema zako zionekane
kupitia kwa mtumishi wako katika jina la Yesu. Wote wanaosikia sauti hii wakombolewe katika jina la Yesu. Amen. Lakini ninajua shetani amekuja pia katika mkutano huu, anasawishi watu wako hapa. Katika jina la Yesu tunamkemea aweze kuondoka. Amen. Ondoka sasa shetani. Amen. Sisi tuna utukufu wa Mungu na hakuna lolote ambalo tunaloomba haliwezi kufanyika, kwa sababu Mungu ametuahidi ya kwamba mtakapoita jina langu hakika nitasikia. Amen. Sasa Bwana, tunanyamaza kimya tukijua ya kwamba hitaji za mioyo ya wana wako zitatimizwa katika jina la Yesu. Amen. Ya kwamba utakuta wote waliofika katika mkutano huu utawaguza kwa nguvu za mbinguni. Amen. Bwana, mtumishi wako aweze kuwa chini ya ulinzi wako, aweze kunena ya mbingu, asinene yake bali yatokayo mbinguni. Amen. Lakini mwisho wa yote ujitwalie watu wako katika mkutano huu, na ujitwalie watu ambao wamejitoa na kusimama na injili hii, kwa sababu umesema utakapoinuliwa hakika utawavuta wengi. Sasa wavute Yesu. Asante hata kwa wenye wamejitoa Yesu. Tunajua ya kwamba umewaita wewe mwenyewe na utawasimamisha na utawafanya waweze kuwa ushuhuda mkubwa wa nguvu za mbingu ambazo zinaokoa. Sasa tunanyamaza kimya. Sasa tunataraji kuona mkono wako. Sasa tunajua hu pamoja nasi, kwani tumeomba katika jina kuu, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Tukae. Bwana azidi kutenda jambo katika maisha yako. Umuone Bwana kipekee. May God reveal himself in a very different ways. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Jamani, Bwana awabariki sana. Wiki hizi Mungu ameponya watu. Hata kuna wengine walikuwa na matatizo ya kidney, wamepona. Wengine walikuja hapa na high blood sugar, wamepona. Wengine walikuja hapa na pressure. Hata wengine wameniona tu asubuhi wanasema, Pastor, you can't imagine, it's almost a week now, pressure yangu iko sawa. Mimi nataka niwaambie, sio tu wiki hii, mmepona kwa jina la Yesu. Kuna watu watapona hapa. Hata siku ya leo Bwana atamwaga uwezo wake. Mimi ni mtu ambaye mbali na kuhubiri, ninaamini katika maombi. Ninaamini katika maombi na ninajua Mungu anatenda miujiza. Jamani, Mungu anatenda miujiza. Wala sio kwa majina yetu. Hatuna la kusema. Mungu anatenda, na Mungu akutendee. Na wewe ambaye umekaa hapa, unaweza kuamini wiki hii nimepokea taarifa zaidi ya watu 4 walikuwa hawana kazi, wameandikwa kazi. Wameandikwa kazi. Hata miongoni mwa waliobatizwa wamepewa kazi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Una habari wiki hii, wakati tuko hapa, kuna mmoja alisikiliza mahubiri haya kwa njia ya Get the Point. Anapatikana mahali panaitwa Malindi. Mimi sijaenda Malindi, lakini akaniambia, Pastor, nimeona namba yako kwa simu, kwa mtandao. Akapiga simu, na nikiwa hapa asubuhi nimekaa na ndugu yangu, message ikaja, Pastor, ulipoomba siku ya Jumanne, mimi nimepona. Mimi nimepona. Na hata leo Bwana akutendee uponyaji wake. Ninapoanza kuhubiri, nimshukuru sana mama yetu mwinjilisti kutoka kule Meru. Hebu mama, na wewe usimame, upunge mkono, usalimie hao watakatifu. Mwinjilisti mume wake pia ni mwinjilisti wa kanisa. Hebu tupungie mkono namna hii. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza muujiza uliotokea kwa mama huyu. Kijana aliyeoa binti yake alitoka kule Meru akaja Waithaka, na hapa Waithaka dhambi iliendelea kumfunga, lakini katikati ya mikutano hii alimpokea Yesu kwa njia ya ubatizo, akabatizwa Sabato iliyopita. Mama huyu na mume wake wamekuwa wakihubiri kwa miaka mingi,
wamekuwa wakihubiri kwa miaka mingi, lakini wakiomba kwamba, wakimwambia binti yao, usije ukaterereka, usiondoke kwenye imani. Mme wako siku moja atakutana na Bwana, atakutana na Bwana. Situseme amina jamani, situseme amina. Na kwa kweli amekutana na Bwana na yeye amebatizwa, na habari njema ni hii, wanarudi kuishi pamoja na mke wake, wanarudi kuishi pamoja na mke wake. Hata leo yule mtu wa Mungu iko wapi? Ndugu yangu yule ambaye huyu ni mama yake mkwe, my friend, can you not stand? Where are you? Yuko pale na mtoto wake, yani ameletewa na mtoto, amweke kwa mikono yake. Jamani, Bwana asifiwe sana wapendwa, Bwana asifiwe sana. Yani sadaka yako sio ya bure, imepatanisha ndoa, imerudisha mtu katika maisha ya Ukristo. Jamani, Bwana asifiwe, jamani, Bwana asifiwe. Ndio yale anasema Pastor Abina, kiona watu wanaleta mambo yasiyoeleweka, wakae pembeni kidogo, at least roho wa Mungu akae hapa. Tunataka tufanye ibada ya pekee hapa miguuni pake Yesu. Hapa nafanya sala kwake, napewa uwezo, faraja na neema. Yesu atupatie faraja, Yesu atusaidie, Bwana awe pamoja na sisi. Somo la leo ambalo ni fupi kuliko yote, najua ya kwamba sasa ni saa 6, ni saa 7:17. Nitakuwa na dakika chache sana za kukubariki, na Bwana anataka atende muujiza. Jamani, Bwana anataka atende muujiza katika somo la siku ya leo. Somo hili lina kichwa kinachosema nina ndoto, I have a dream. Nina ndoto, I have got the dream, I have a dream. Hebu mwambie jirani yako nina ndoto. Alafu ukiona ni mzungu sana mwambie I have a dream. Hebu mwambie sasa I have a dream. Maana watu wanapenda kizungu. Waambie tena ni I have a dream. Sasa kama una ndoto, macho yako yataanza kuwa hayaeleweki. Hebu mwangalie uliyekaa naye kwanza, usiongee naye, mwangalie hivi ana ndoto ama unaona kama haeleweki. Hebu mwangalie kwanza, just look at your neighbor. Unaona ana ndoto kweli ama ameshakata tamaa? Hebu mwambie tena, rafiki, unaweza kuota ndoto. Hebu mwambie unaweza kuota ndoto. Mbona amuongei ama mmegoma? Nisikie mkiongea na jirani yako, mwambie unaweza ukaota ndoto tena. Hebu mwambie tena unaweza ukaota ndoto tena. Unajua kuna watu wameshachoka kuota ndoto za kuolewa, maana wanafikiri hawataoleka, wameshakata tamaa. Unajua kuna watu wamechoka kuota ndoto za kuoa, maana wanafikiri hawana sifa za kuoa. Unajua kuna watu wamechoka kuota ndoto za kwenda shule, maana wanafikiri wao wamezaliwa wasisome. Unajua kuna watu wamechoka kuota ndoto za kuona waume zao wakibadilika. Anasema huyu mwanaume ni shetani siku zote, hawezi akabadilika. Ninatamani siku ya leo Bwana akuwezeshe uote ndoto. Jamani, Bwana akuwezeshe uote ndoto. Upate ndoto ya kiuchumi tena, upate ndoto ya kimasomo tena, upate ndoto ya kuajiriwa na kuingia kwa ofisi, upate ndoto ya kutoka kwenye pombe na kuwa mhubiri wa Injili, uote ndoto ya kutoka dhambini na kwenda katika maisha ya amani, uote ndoto kutoka maisha ya kupotea uwe mrithi wa ufalme wa amani. Nina ndoto, nina ndoto. Na unajua ndoto hii aliota mwanaume wa kwanza kusema statement hii, na imedumu katika vizazi na vizazi. Anaitwa Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. aliota ndoto. Aliota kitu gani? Jamani, aliota nini? Ndoto. Mnamo mwaka wa 1963, Agosti 3 mwaka 1963, aliingia katika forum ya wanaharakati. Wanaharakati ni wale ambao wanafuatilia
wanafanya mapinduzi na mageuzi. Alikuwa katika mapinduzi ya watu ambao walikuwa wanafanya mapinduzi ya kuwekwa huru dhidi ya ubaguzi wa rangi, dhidi ya ubaguzi wa rangi. Martin Luther akaja na spichi fupi, lakini imedumu tangu mwaka 1963 hadi leo, inadumu. Na hiyo statement ambayo ambayo alikuja nayo, alisema I have a dream, niko na ndoto ya kwamba siku moja watu hawatabaguliwa kulingana na rangi zao, ila wataangaliwa kulingana na kile walicho nacho. Wataangaliwa kwa karakta na sio kwa kubaguliwa kwa rangi. Alitoa speech ya matumaini, alisema habari ya matumaini. Nina habari njema, ndoto ile iliwatia moyo Black Americans. Ndoto hiyo iliwatia moyo waliokuwa wamenyanyaswa, waliokuwa wameteswa. Alipoota ndoto, akawaambia ya kwamba naota ndoto na nina njozi ya matumaini ambayo ninajua siku moja mambo yatabadilika, ubaguzi utakoma, mambo yatabadilika. Watu walitiwa moyo, speech ikawatia moyo, wakatoka katika maisha ya kawaida, wakatoka kutoka katika njozi zilizokatishwa tamaa, wakaibuka tena, wakapata matumaini, wakisema kumbe siku moja inakuja ambayo hatutabaguliwa kwa rangi zetu, lakini watu watatazama tabia zetu. We will not be segregated, hatutatengwa, tutaangaliwa kwa namna tunavyotenda. Nami ninataka niwaambie, nina ndoto katika ibada ya leo. I have got a dream. Nami nimemwomba Bwana, amenipa ndoto, akanipa ndoto inayotoka katika maandiko, na ndoto hiyo ninaiona ikitimia katika maisha yako. Ninaona ikitimia katika maisha yako. Ninaona ikitimia katika maisha yako. Kuna ndoto nyingi ambazo tunaota. Unajua wengine, maana usiku amekula sima, amekula na chinsaga, amekula, maana kuna kitu kinaitwa kule Kisii, maana ndio mimi nimekuwa Mkisii siku hizi, kinaitwa obokima vovuri, na inaitwa amavere, amagena. Alafu anakula pale na chinyeni, ama tunasema chisaga. Kwa ujumla wake amekula ameshiba. Alafu anaota ndoto eti amenunua ndege. Acha uongo, umeshibaga tu, yani umeshiba tu. Yani kuna watu wanakula late, wanalala, wanaota, wanakimbizwa, wanapinuliwa, wananyongwa. Hizo ndoto zipo, but I have got a dream. Nina ndoto wapendwa, nina ndoto, na hiyo ndoto nimeikubali, iwe ndoto yako na iwe ndoto yangu. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie tena jirani yako, ota ndoto. Hebu mwambie tena, ota ndoto. Nimewaalika katika ibada ya leo, tuote ndoto pamoja, tuote ndoto pamoja. Namjua mwanaume ambaye naye aliota ndoto, na huyu si mwingine, anaitwa Yusufu. Yusufu aliota ndoto. Yusufu alipata ndoto, na wengi tunajua habari ya ndoto yake. Tunajua habari ya ndoto yake. Tunajua aliota ndoto. Alipoota ndoto ya kwamba nyota, mwezi, na akaona kwamba nyota, mwezi pamoja na jua vinamuinamia, akawaeleza ndugu zake, akawaambia na wazazi wake. Hapo ndipo uadui ulipokuja. Kuanza na pointi ya kwanza. Ukisha anza kuota ndoto na watu wakaijua ndoto yako, vita itaanza. Hebu mwambie jirani yako, kaa mkao wa kuelewa. Hebu mwambie, kaa mkao wa kuelewa. Watu wote ambao wana ndoto, wakisha anza kuonyesha ndoto walizo nazo, ndoto hizo zinapigwa vita na watu wa karibu. Unamwambia mume wako, nina ndoto.
kwamba tutajenga nyumba, anakuambia sioni tukijenga. Unamwambia nimeota ndoto, mpenzi wako anakuachia tamaa. Ndoto huwa zina nguvu wakati tunazitafakari, ila zinaanza kukatishwa tamaa baada ya kuwa tumezisema kwa watu. Ngoja nikufundishe jambo hili. Sio kila kitu unatakiwa useme kwa kila mtu. Kuna ndoto nyingine utakapoiota juu ya maisha yako, mwambie Bwana, nataka ndoto hii niitende pamoja nawe sirini, maana nitakuwa na wewe katika privacy, lakini utaibua ndoto hii, itakuwa ushuhuda where the private prayer is been turned into the public testimony. Sio kila kitu unakitoa. Yani kuna watu wanajua kuongea. Bwana, mwaka huu nitanunua gari. Mwaka huu nataka ninunue gari. Nataka ninunue gari. Nataka ninunue gari. Mwaka huu nataka ninunue nyumba. Nataka ninunue shamba. Yani watu wana. Yani kila kitu. Yeye hana siri. Hana jambo la kutenda sirini. Fundisho la kwanza kubwa ambalo natamani ulichukue katika siku ya leo. Not all things can be spoken to everyone. Sio kila kitu cha kusema kwa kila mtu. Vita nyingine umejitafutia mwenyewe, maana kila unachopata we ni kusema. Kila unachotaka kufanya, every step of your life iko wazi. Sometimes jifunze kuwa na surprise. Hebu mwambie jirani yako jifunze kusurprise. Hebu mwambie jifunze kusurprise. Kuna watu yani fridge haigandishi. Yeye kila kitu ni kuongea. Nami nataka niwape siri. Mambo makubwa ambayo unataka yatokee maishani mwako, wakati mwingine yatapaswa kuwa ya siri. Uyafanye na Mungu wako, yatatokeza kama ushuhuda. Yatatokeza kama ushuhuda. Not all things can be spoken to every person. Hebu kama kuna watu wananielewa, punga mkono namna hii. Unasema nanunua shamba, lile shamba unashangaa amelichukua rafiki yako. Unasema naoa, unashangaa alienda kuharibu kule unaoa ni rafiki yako. Unashangaa unaeleza mtoto wako, sio mtoto wangu anaenda Marekani. Yani kila saa mwisho visa inagoma, anabaki pale, atakuwa useless. Kila mtu atamtazama, Marekani ndio hii. Marekani ndio hii. Unatembea kimarekani, tunaona watakupiga majungu, watakusema. Nami nataka niwafundishe hili. Katika maisha kuna mambo ambayo utayasema na kuna mambo hayasemeki. Wakati fulani ukiona kuna jambo kubwa ambalo linasukuma maishani mwako, kana kwamba linataka kutokea, mambo mengine hold the secret. Hivi mkisema amina ndio mnanifanyaje? Yani mambo mengine hold the secret. Yani Bwana asifiwe. Au mtaki, mnataka ongeeni. Yusufu alipotoa ndoto yake akaisema hadharani, alifika mwisho, lakini aliteseka sana, na waliyemtesa ni ndugu zake wa karibu. Jua kwamba watu wenye ndoto ni watu ambao wanaishi maisha ya vita. Everybody who has got a vision, a dream, is a target of Satan and is a target of neighborhood. Yeyote mwenye ndoto anapigwa vita na shetani, anapigwa vita na watu wa karibu, anapigwa vita, yuko vitani. Shetani hataki tuote ndoto, hataki tuwe na mipango ya maisha, lakini niko hapa kukuambia yuko rafiki ambaye ni Yesu. Tembea naye katika ndoto zako. I don't know if someone is understanding me. Wengine wananitazama, kuna watu wengine wananiangalia hapa, hawajajua ya kwamba kuna mambo ambayo lazima wayaweke katika mioyo yao, katika mioyo yao, katika mioyo yao. Maana ndoto yoyote utakayoiota maishani mwako, umeamua kuwa na vita. Yusufu
alipoota ndoto ulikuwa mwanzo wa vita. Hebu mwambie jirani yako, ukishaota ndoto vita itaanza. Hebu mwambie, ukishaota ndoto vita itaanza. Kuna watu hawataongea maana wao hawajawahi kumtii Mungu. Mimi ni nani wanitii? Hebu mwambie jirani yako, ukishaota ndoto vita itaanza. Yaani Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Lakini pointi ya tatu, vita sio vyetu, vita ni ya Bwana. The battle is not ours, the battle is the Lord's. Vita sio yako, vita ni ya Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yaani Bwana asifiwe sana. Watu hawezi kunielewa mpaka niweke verse. Kwa Korinto wa kwanza 9 mstari wa Korinto wa kwanza 16 mstari wa 9. Utasoma mstari wa 8 na mstari wa 9. Hilo fungu huenda hujawahi kulisoma. Na kama ulilisoma huenda ulikuwa unapita tu. Nataka leo Bwana akupe revelation ya ajabu. Wa Korinto wa kwanza 16 mstari wa 8 na wa 9. Huenda ulikuwa unapita tu. Unajua Biblia haisomwi mchaka kama The Citizen. Hebu soma pale. Biblia inasema, lakini nitakaa Efeso. Lakini nitakaa Efeso. Inatamani Lameki uende nayo Marekani. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Hata Pentekosti. Tulia kwanza. Lakini nitakaa nitakaa Efeso mpaka Pentekosti. Ngoja nikufungue akili. Wewe uko kwenye nini? Natamani wanawake ambao wanapata mawazo mapya, wanasema lakini nitakaa kwenye ndoa yangu mpaka kifo. Iwe iwavyo, nitakaa hapa, nitakaa hapa. Lije jua, ije mvua, mapambano yazidi, wanawake wengine wakiachika, lakini mimi ninaota ndoto katika ibada ya leo. Iwe iwavyo, lolote naliwe, nitakaa na mume wangu mpaka kieleweke. Unajua Lameki, ngoja nipunguze nguvu nisije nikaua hizi speaker tena. Maana mimi ninapoanza kuhubiri mambo yanaharibika. Na ndiyo maana watu wanaonialika kwenye mikutano watizifu. Kuna kitu kimetokea. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Sasa nimejua cha kufanya. Don't worry, it will be fair. Najua nilikuwa namwambia Mama Paris, ukihubiri, wahubiri wakubwa wanajua kuna aina 5 za sauti. Pastor Upani. Sasa hapo nilikuwa nimepiga gia namba 1. Naomba nitembee na 2, 3 ili tufike mwisho. Ukisha ona Mungu amekupa kitu na hicho kitu ukajua kwamba ulikiomba kwa Bwana, alafu Bwana akakupatia, akakupa, usimruhusu shetani akupe mawazo ya kuondoka. Naomba nirudie. Ukishajua ya kwamba Bwana amekupa kitu, usikubali hicho kitu kikaondoka maishani mwako kama kinatoka kwa Bwana. Hebu mwambie jirani yako, umeelewa? Hebu muulize, umeelewa? Nimeona wanawake wengi wanakuja kuombewa. Pastor, unajua hii ndoa, naona tu kwamba uombe ili nipate divorce. Natamani nipate divorce. Paulo akasema, kama ni vita, najua vita ipo, najua mambo ni mabaya, lakini nimechagua kwamba sitaondoka kwa Wakorinto hata kama wananipiga vita, hata kama wananipiga vita.
sitaondoka, maana nasubiri mpaka Korinto yote iokolewe, mpaka Roho amwagwe in any agenda, katika ndoto yoyote. Kama Bwana amekupa hiyo ndoto, usikubali kuondoka, hata kama vita ni vikali. Simama, simama, pambana, maana hata hivyo vita sio yako, vita ni ya Bwana. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Wewe umeanza biashara, baada tu ya kuanza biashara unaanza tena kuja, pastor, hii biashara inanishinda, nafikiria niache tu. Unaanza uchumba, wewe kila uchumba una changamoto, na ujui kama hakuna uchumba ambao unakaa smooth. Wewe ukianza kazi kila saa ni message, pastor, napitia vita kwenye kazi, nategemea kuacha kazi hii, msiponiombea nitaacha. Shetani akishagundua umesema hivyo, anakazana, anatia shime kwamba kweli acha hii kazi, achana na huyu mwanaume, achana na shule imekuwa ngumu, unapata supplementary nyingi, acha, toka, unaumwa sana, hata hivyo acha kazi. Lolote ambalo linatoka kwa Bwana usitoke hapo. Mbona naona watu wanielewe? Naomba nirudie. Kama umepata jambo kutoka kwa Bwana, in spite of the circumstance, haijalishi hali ikoje, pambana, kaa hapo, maana Bwana yupo. Jamani, maana Bwana yupo. Yaani Bwana yupo. Hebu nielewa, nipungie mkono namna hii. Lakini sikiliza, natamani watu ambao wanapata ndoto, wanasema hii imani hii ambayo nimeipata, imani ya kweli ya kanisa la kweli na Mungu, kanisa la Adventista wa Sabato, ambalo nimesikia habari za kweli, lakini nitakaa katika kanisa hili hata siku ile ya Pentekoste, siku ile ya kuja kwake Bwana. Ninatamani watu wote ndoto ya kukaa ndani ya kanisa hili, liwalo na liwe, majaribu yatuandame, we shall be here until the coming of our Lord. Kuna watu wanielewe. Natamani ambao watasema tutaomba, tutasoma lesson, tutaenda kanisani, kwaya tutaimba, tutasonga mbele, liwalo na liwe, watuseme, wafanye ifanywavyo. Kama ni injili nitahubiri, kama ni kwaya nitaimba, kama ni uzee wa kanisa nitafanya, kama ni kazi ya Bwana I will do it. Whatever comes, nitakaa hapa, maana hapa ni kwa Bwana mpaka atakapokuja. Aya, unajua watu wanielewe, maana Biblia inaposema fungu, lazima uende mbali. Nami nimemwambia Bwana, nami nimefanya agano na Bwana, I will preach the gospel, sunset, sundown, whatever comes, I will preach until my life breathes, until he comes. Maana hii ni zawadi kutoka kwake. Who will stand? Who will be firm? Nani atakuwa imara? Nani atasimama katika ndoto zake, katika mipango yake, anapojua kwamba hili latoka kwa Bwana. Josi haiwezi kufa. Kama yatoka kwa Bwana, Josi haiwezi kufa. Ndio maana na ujasiri kuambia Waithaka, Yesu atawakomboa. Maana hii njozi ya kuwakomboa haitoki kwangu, haitoki kwa pasa upani, inatoka kwa Bwana. Na kama yatoka kwa Bwana, njozi haiwezi kufa. Is everybody understanding what I'm saying? Kama kuna mtu ananielewa tena apunge mkono namna hii. Ukiona ndoto imekuja, ukiona jambo limekuja, don't tarry, don't hesitate, never quit. Challenges, machangamoto ni moja ya sababu ya kukupeleka unapoenda.
ya kupeleka unapoenda, ya kupeleka unapoenda. Kazana, kaza mwendo, kaza mwendo, maana Bwana yuko ndani ya ndoto ya maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako usikimbie ndoto yako. Mwambie tena usikimbie ndoto yako. Jamani, sasa hivi kwa kweli pastor, nimeshapata wanaume 5 wote wamenidanganya, kwa hiyo mimi siolewi. Na kweli Biblia imesema mtu huwa vile asemavyo. Mtu huwa vile yaani mtu huwa vile asemavyo. Pastor, haya madeni yataniua. Kweli tutakuzika wakati bado unadaiwa. Pastor, ugonjwa utaniua. Tutakuzika ukiwa bado hujapona. Pastor, nilikuwa nina ndoto za kwenda abroad, lakini visa yangu miaka 5, 6, 7 haiendi. Naona kama sitaenda. Kweli utakufa hujaenda. Pastor, hii ndoa kwa kweli imekuwa machozi yangu. Nalia sana kwa hii ndoa. Shetani atakuliza mpaka ivunjike. Nataka nikwambie, badilika, 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 badilika. Waza pamoja na Bwana, ota pamoja na Bwana, tembea pamoja na Bwana. Vilivyoanza na Bwana vinamalizika na Bwana. Vilivyoanza na Bwana vinamalizika na Bwana. Hatuondoki. Ewe shetani, tumejua unatukatisha tamaa. Eti tunasemwa kuna wanawake wanakaa vikao wanakujadili. Watazame waambie, ewe shetani, rudi nyuma yangu. Mimi nasonga mbele. Nina ndoto na imani yangu. Nina ndoto na kanisa langu. Nalipenda kanisa langu. Liko moyoni mwangu. Hata mseme, hata munikatishe tamaa, I will not tell, I will not go. Nitasonga na Bwana mpaka aje anikute. What a powerful statement. Tamani, nimeona wanawake kwa sababu hawapati watoto wanatanga, mara waende huku waombewe, mara waende huku, mara waende huku. Imani za kuyumbayumba. Hapa kwa Bwana, kwa kanisa la kweli, akiamua anatupatia, asipoamua anaacha. Lakini akiacha anatupatia mlango mwingine, anatupatia mlango mwingine. Kanisa hili linawafundisha washiriki wake wasitange hata Pentekosti, hata siku ya kuja kwa Bwana. Maana tuna ndoto, tunalijua kanisa hili, tunajua lilikotoka, tunajua lilipo, tunajua linapokwenda. Pamoja na Kristo tutamaliza mwendo. Jamani, tutamaliza mwendo. Mwambie jirani yako acha kutangatanga. Mwambie tena acha kutangatanga. Mwambie kanisa hili ni la njozi ya Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wale ambao wanakuwa inspired. Wanasema, Bwana utulinde kanisa la ndoto zako, tuliishi mpaka siku ya maisha yetu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Hivi wewe, ngoja nikuulize, mwanakwaya wa SNL, ulijiunga hiyo kwaya kwa sababu ya influence ama ni ndoto yako kumtumikia Bwana? Naomba niwaulize Evans targeters, are you singing because your friend is there, kwa sababu ya rafiki, ama ni moja ya ndoto zako? Nataka niwaulize, hivi unaendaga kanisani kwa sababu umeolewa, ama kanisa limegeuka kuwa sehemu ya ndoto zako? When something it becomes your dream, you live it, you go with it, no matter how, no matter how. Paulo akawaambia, kwanza mkinipiga vita ndio nitakaa hapa, siondoki. Hebu mwambie jirani yako uliyekaa naye, siondoki hapa mpaka Yesu arudi. Mwambie hivi, siliachi kanisa mpaka Yesu arudi. Hebu mwambie tena, siliachi kanisa mpaka Yesu arudi. Lazima uwe na ndoto. What are your dreams?
What are your priority? What are you prioritizing? Oh, natamani waithaka tuweke ndoto ya kwanza kwamba liwalo naliwe, liwalo naliwe, sisi na Yesu mpaka kieleweke. I feel it. Ndoto. Jamani, kitu gani? Jamani, kitu gani? Wapendwa, ni nini? Nyinyi wazungu haya mseme dream basi, hata ndio wenda nikawasikia. What is that? Yes, ndoto. Na nimeona Wakristo wengi wanatembea bila ndoto. Hawana ndoto. Yaani ndoa yake hajui inapoishia. Hajawahi kuota ndoto ya ndoa yake. Hajawahi kuotea watoto wake ndoto zao. Hajawahi kuambia, umewahi kumwambia msichana wako kwamba ninakuona ukiolewa, ninakuotea ndoto ya kuolewa, utaolewa na mwanaume mzuri, utaoa mke mzuri, mtakuwa na nyumba, mtakaa vizuri, have you ever? Ama kile ukimwangalia wewe Neema, sioni ukiolewa. Kwa kweli sioni msichana kama wewe, sioni ukiolewa. Hata olewa na atakuchosha, atakuwa part of your headache. Natamani tubadilike, natamani tubadilike. Midomo yetu, mawazo yetu, maisha yetu yawe maisha ya ndoto, na ndoto hizo ziwekwe kwa Bwana na ziwe siri yetu na Bwana wetu now and forevermore. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu wewe kama unapokea neno hili. What is your dream, by the way? What is your dream? Jana akaja mtu akaniambia, Pastor, ninaomba uniombee maana naenda kujinyonga. Jana nikamwambia, hivi ndio ndoto yako, kwamba hivi ndio unataka? Lakini nashukuru maana nimemwona hajinyongi, maana tulishamuombea. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Natamani tuote ndoto. I wish that you have dreams. Dreams and dreams. Ndoto ambazo tunaziota, na mfariji wa ndoto zetu ni Yesu Kristo. Hebu nisome fungu la 9. Fungu la 9. When I'm about to finish the sermon. Fungu la 9. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa. Hebu soma sasa vile na kufahamu Mackenzie. Soma vile. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa. Mlango mkubwa wa kufaa sana. Na wako wengi wanaonipinga. Paulo akaamua asitazame wapinzani, asiangalie wanaompinga, angalie ndoto alizo nazo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, tazama ndoto zako, usitazame watu. Hebu mwambie tena, tazama ndoto zako, usitazame watu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa hiki nasema, kama yuko si anipungie hivi, anipungie hivi. Jamani, haleluya, haleluya. Najua hii ni powerful sermon ambayo inamaliza mkutano hii. Nataka niwaambie hivi. Paulo akaona mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini pamoja na huo mlango aliona watu wanaompinga. Aliona watu wanaofanya nini? Jamani, aliona watu wanaofanya nini? Wanaompinga. Sikiliza sasa nikwambie hili. Hebu nisikiliza vizuri. Kama ulisahau kusikiliza vyote, sikiliza hili. Uone mlango, usione wanaokupinga. Naomba nirudie kwa utulivu. Ona mlango uliofunguliwa mkubwa wa kufaa sana, usione wanaokupinga. Mwambie Bwana,
macho yangu nataka sasa yaone mlango mkubwa wa kufaa sana, alafu nisione wanaonipinga. Wanaonipinga wawe hapo kama sehemu ya changamoto, lakini mimi nione mlango uliofunguliwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Si uone basi leo, si moyo wako ubadilike leo, uone kwamba hiyo ndoa yako ina mlango mkubwa wa kufaa sana. See the good part of it. Angalia upande mzuri wa maisha yako. Acha kuona vitu visivyoeleweka. Nami nataka niwatangazie milango mikubwa ya kufaa sana imefunguliwa. Hebu mwambie jirani yako, mlango umefunguliwa. Hebu mwambie tena, mlango umefunguliwa. Natamani milango ifunguliwe, milango iliyo mikubwa ya kufaa sana, milango ya kiuchumi, milango ya kiroho, milango ya ndoa, milango ya kila namna, milango mikubwa ya kufaa sana katika jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Ngoja nikupatie statement hii. Walio na Kristo milango yao imefunguliwa. Jamani, imefunguliwa. Wapendwa, imefunguliwa. Yeye alisema ana funguo hata za kuzimu. Jamani, funguo hata za wapi? Funguo hata za wapi? Na watangazia katika ibada hii, Yesu ameufungua mlango wazi ajabu. Yesu ameufungua na hakuna wa kufunga. Mlango uko wa wema, mlango wazi ajabu. Yesu ameufungua na hakuna wa kufunga katika jina la Yesu. Jamani, katika jina la Yesu. Wapendwa, katika jina la Yesu lazima utembee kifua mbele, maana watu wa imani wanaona kama Paulo, wanaona milango iliyofunguliwa mikubwa ya kufaa sana, hakuna wa kupinga. Ngoja nimalize somo hili kwa kusema haya. Yusufu alipoota ndoto, ndugu zake wakampinga, wenzake wakaenda kinyume naye, hali ikawa mbaya, akateseka, hata wakawaza kumweka kwenye birika lile likisima wasimweke. Mara wakachukua mbuzi wakachinja, wakaanza kumwaga kwenye nguo, wakapeleka kwa baba, mtoto wako amekufa. Mara wakamuuza, akaondoka, akaenda, amefika kule tena, amefika anaingia kama mtumwa, anauzwa kwa Potifa ambaye ni kiongozi. Sasa sikiliza, watu wanaona mambo ya ajabu sana katika maisha yetu. Ngoja nikwambie, baba yake Yusufu, hebu nisikilize hili tena, nasikia kama kuna revelation ya pekee. Nisikilize tena. Baba yake alimwona Yusufu kama mpelelezi, spy. Ndugu zake walimchukia, wakamwona Yusufu kama mbea anapeleka taarifa. Wamidiani walipomwona, walimwona kama biashara, wakaona anafaa, ni kabiashara kazuri, ni kamtumwa ka handsome. Wao walimwona kama mtumwa. Mke wa Potifa alipomtazama, akaona ni kakijana kazuri, kanafaa kwa ngono. Wafungwa walipomtazama, wakaona ana hatia kuliko wao, maana amebaka mke wa Potifa. Lakini Yesu jamani, lakini Yesu wapendwa, lakini Yesu alimtazama Yusufu kama waziri mkuu. Acha wakuone wanavyokuona, acha wakutazame wanavyokutazama, ni macho yao, lakini macho ya Mungu yanakutazama vinginevyo. Macho ya Mungu yanakutazama vinginevyo. Sijui mnanionaje, ila ninachojua, Bwana ananiona vinginevyo. Bwana ananiheshimu. Bwana ameweka mambo makubwa katika maisha yangu. Je, unajua Bwana anakuonaje? Ndugu zangu wananiona hivi, don't mind.
wananisemaga hivi, don't care. Don't just discuss. Achana nao. Bwana anakutazama vinginevyo. You are not just a person of accident. Wewe sio mtu wa ajali ambaye umekuja. You are not an incident. Wewe umezaliwa. You are born for the purpose and you are born special. Amba nirudie. You are born for the purpose and you are born special. Anakuita mlevi, waangalie. Wanasema unakula mihadarati, waangalie. Wanasema ni mvuta bangi, waangalie. Waambie hayo ni macho yenu, ila ninalijua jicho la Bwana linanitazama vinginevyo. Na baada ya ubatizo huu mimi ninabadilika, maana Bwana ananitazama vingine. Pastor, ndugu zangu wote wana nyumba, mimi wananiona ni wakupanga. Wamekuona hivyo, lakini hawajui hatima, hawajui hitimisho. Kuna Mungu ambaye jicho lake linaona hata mwisho. Mpe maisha yako. Yaani mpe maisha yako. Wapendwa, mpe Yesu maisha yako. Haya. Nina ndoto. I've got a dream. Yusufu aliota ndoto, ikatimia kweli. Baba yake akaja, mama yake akaja, wanamuinamia. Ndugu zake wakaja, hata wale ambao walimtendea hila wakamuuza, wanamtazama, wanamuinamia. I know my tomorrow, your tomorrow shall be greater than today, shall be greater than today, shall be greater than today. Ninajua. Wapendwa, ninajua. My beloved, I know. Who am I to preach? Mimi ni nani hata nahubiri? Mimi ni nani ambaye nilidharauliwa, ambaye nilichekwa, ambaye nilionekana sifai? Who am I today? Na kama Bwana anaitimiza ndoto yake maishani mwangu, huyo Bwana ataitimiza kwako pia. Jamani, huyo Bwana ataitimiza kwako pia. Ataitimiza kwako pia. Oh, I know. Hivi unajua Mackenzie, mimi nililala kitanda kimoja, mimi, mdogo wangu, mama yangu. Na hicho kitanda hakina godoro, kina cotton tu. Yaani ni zile cotton, ni zile miti za cotton Tanzania zipo. Kwa mnaenda mnachukua left over, mnajaza. Alafu Pastor Abina tukalala na mama mpaka siku nilikuwa na miaka 9. Nikienda shule, mtu mmoja akanitania, akasema suruali imetoboka. Maana nimesoma nayo la kwanza hadi la 3, yenyewe nilinunuliwa tu, imeshapasuka. Suruali imepasuka, madaftari yamechakaa. Alafu mbaya zaidi, unalalaga na mama yako kitanda kimoja. Yesu, nikalia. Alafu nikafanya maamuzi, nikasema leo sitalala kitandani, leo nitalala chini. Usiku mama akasema tuombeni, tukasoma lesoni, tukaimba vizuri, tukaomba. Akasema panda kitandani, mlale. Sisi tunalala kwenda chini, yeye analala kwenda juu. Sasa nikamwambia mama, leo silali kitandani, leo nitalala chini. Akaniambia kwa nini mwanangu? Nikamwambia mama, wamenicheka. Wamesema huwa tunalala na wewe, na mimi nimekuwa mkubwa. Unajua hujawahi kudharauliwa. Alafu nilimwonyesha nafikiri wapiso. Unajua mimi Mungu ananiumba mpaka leo. Maana nilikuwa na bichwa, yaani si bichwa ile kubwa.
na yani kitu kilikuwa imerudi nyuma kama TV ya kichogo. Afu ilikuwa kitu kama kasketo, sieleweki. Maana nilikuwa na ugonjwa wa kuishiwa damu. Nikitembea sieleweki. Baba yangu akaniambia, ninachojua Baraka is my son, yani mdogo wangu, but I don't know if you are. Sikia, ukidharauliwa sio mwisho wa kuota ndoto, sio